empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He is all over. Whenever we pray, He is and He answers. Whenever we pray, He is all over. Whenever we pray, if there is a man to pray, there is a God to answer. His faith, we says, call unto me, and I will show you great and mighty things that no ear, no eye, no heart has perceived. How we pray tonight that Jehovah will be glorified in this altar, that Jehovah will be lifted far above situations and circumstances, and
All that our praise will be unto him. He's here to bless us because we've come to worship him. We've come to honor him. We've come to adore him. We've come to magnify his name. As a sign of surrender, you can just lift your hands to Jesus. As a sign of surrender and humility, you can just lift your hands to Jesus and just close your eyes and focus unto him. 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 Just lift your hands and surrender and focus to him. Father, we love you. Father, we glorify your name. Come on, just tell him how much you love him tonight. Father, we love you. We glorify your name. You are the lion and the lamb that was made for my sake. You are good and your mercy endures forever. Father, we love you, we love you. Father, we love you, we love you, we love you. Father, we love you, we glorify your name. We magnify your name, Jesus. For you are worthy to be glorified. For you are worthy to be praised. And your name is great. Your name is great. Your name is greater. Your name is greater. Your name is greater. Great. Oh, yeah. Your name is greater. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be thou glorified, Lord. Be thou glorified. Be thou magnified, Lord. When we call on you, Father, you hear our prayers. David said, I cried unto God in distress, and he heard my cries. He took me out of a miry clay. Father, we love you. Tonight we humble ourselves under your authority, Holy Ghost, praying that may you sanctify us tonight. May you consecrate us tonight, Lord, and make us ready to serve you. Make us ready to fall on our knees and to say, yes, it is you, Lord. We glorify your name. We magnify your name. Oh, we glorify your name. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all say with me, we give you glory. We give you all the glory. Hey. We worship you are worthy.
Father, we love you. Father, we glorify your name. You have a reason to praise him. You have a reason to worship your name. You have a reason to fall on your knees and give him praise, because he deserves all the glory and all the honor. Sheka ta 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 da ba ya da luza. Yeah. Majada ba de da ba de. Father, we glorify your name and we worship you. We worship you and we bless your name. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. This is the day that the Lord has made. The highs are too high. This is the day that the Lord has made, that we may rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I don't know what brought you here. Maybe you don't have a cozy bed. Maybe the members of the family are bothering you. That's why you are here tonight. And you said, let me go and camp in the house of the Lord. That is still a valid reason. But I'm here because my soul longs for him. Hallelujah. The Bible says, my soul longeth for thee as a deer longs for streams of water. Hallelujah. Ask your neighbor, are you ready to praise our Maker? Come on, move to 2 or 3 people. Ask them, ukona fuliza nikulipie. Akisema mwambie kupatie namba. Ama kona mshwari, nimesikia kona mshwari. Utamlipia. Amen. Hallelujah. 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 The highs are too high. They're supposed to be. Tafadhali nitengenezee tu vizuri alafu tuimbe. Hallelujah. The devil is a liar. Say, the devil is a liar. Yeah. Jesus is glorified in this place. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? Are you ready to praise our God? Are you ready? Yes. Oh, I can see your smiles are so infectious. Hey. Why don't you smile at your neighbor and tell them, I am happy to be in the house of the Lord tonight. Hallelujah. Then nataka tupige makofi tumpe sifa na ibada. Wapi makofi? Come on. Come on. Come on. Mshukuruni Bwana. Come on. Faster, faster, faster. Wapi makofi kwa Yesu. Yeah, 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 yeah. One more time. Twende. Yeah, 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 yeah. This is the day that the Lord has made. Are you ready to praise our God? Yeah, 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 yeah. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sema
nizamile. Mshukuruni Bwana kwa kuwa kwa maana nizamile. Mshukuruni Bwana. Anastahili sifa. Mshukuru ni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema, maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana, anastahili sifa. Utukufu wote ni wako Baba, ni za milele. Shukuruni Bwana wa mabwana, shukuruni Bwana wa majeshi. Amefanya maajabu, yeye aliumba mbingu na nchi. Sema kabisa kwa kuwa mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema. Shukuruni Bwana wa mabwana, shukuruni Bwana wa majeshi. Amefanya maajabu, yeye aliumba mbingu na nchi. Sema kabisa kwa kuwa shukuruni Bwana. Inua mikono yako mwambie anastahili sifa. Utukufu wote ni wako. Mshukuruni Bwana, mshukuruni Bwana kwa kuwa anastahili sifa na utukufu. Fadhili zake ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe. Tuna hivi aya, sikuone ukifanya hivi. Where is your energy? Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe. Twende. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe. Apewe sifa kiongozi mwema, apewe sifa, anastahili zote. Inuliwe Baba, achezewe, yeye ni muweza, achezewe, yeye astahili, ainuliwe. Tule haya, tule inu
bariki, 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 bariki. Haya, bring it down, bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down. Unakumbuka venye tulisema kila mtu atafute jirani. Look for a neighbor. Tell them, neighbor, come here. I want to bless you. Look for a neighbor. Go to that lady. Mami, enda pale. Look for a neighbor. Neighbor. Muangalie, mwambie na I love you. Usiogope kumwa I love you with the love of Christ. Sasa nataka uanze kufanya hivi. Fanya hivi. Alafu mwambie. Pone. Ubarikiwe mpaka ushangae. 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 Ubarikiwe. Hey. Ubarikiwe. Hey. Ubarikiwe. Hey. Ubarikiwe. Ai, bariki. Ubarikiwe. Hey. Ubarikiwe. Aya. Bring it down. Ukishambariki sasa mwambie baraka ziki overflow. Sema overflow. Umwambie sema umwambie muangalie sasa nikuambie venye utamwambia. Haya, mfanye hivi tena. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Ubarikiwe mpaka usambaze. 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 Bring it down. I want to teach you a dance. Are you ready? We say batam solo, batam sala. Yeah? Batam solo, batam sala. Dendere. Are you ready? Batam solo, batam sala. Aya, one more time. Today, batam solo, batam solo, are you ready? Ay. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Aya. Are you ready to praise God? Ama umechoka? Ay. Who has the final say? You say. Who has your final say? You say. Jehovah has the final say. Who has your final say? You say. Jehovah has the final say. You say. Who has your final say? You shout. Are you ready? Jehovah turns my life around. Say, He has turned my life around. He makes a way where there seems no way. Jehovah, Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there seems no way. Jehovah has the Jehovah turns your life around. You say
Are you excited to be in the house of the Lord tonight? One more time. One more time. Are you ready? Celebrate. Wapi kitambaa chako? Kesho kitambaa, chukua kitambaa chako. Tafuta kitambaa. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Nataka turuke juu. Uko tayari? Yes. Uko tayari? Yes. 1, 2, 3, 4. Celebrate. Wapi makofi kwa Yesu? Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Atakushindia. Mwambie Yesu wewe.
mwambie katika shida, mwambie anaweza yote, mwambie atakushindia. Mwambie leo, mahali tumefika, tumeona mkono wako, na sasa tunasema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika, tumeona mkono wako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika, tumefika, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Mahali umefika, umemwona Jehova Shama, ndiposa unasema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika, umeona mkono wako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Ebeneza, 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 wewe ni Ebeneza, 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 wewe ni Ebeneza, 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 wewe ni Ebeneza, 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 wewe ni Ebeneza, Ebeneza, Are you tired yet? No. Asante sana. In the presence of the Lord, anything you
available. Tell your neighbor, it is available. It is available. Yes. Because Jesus lives. Mwambie Jesus lives. Jesus lives. Alafu kwa Kikuyu mwambie emoyo. Nataka mwambie emoyo. 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 Haya, nipe makofi basi. Makofi. Mauga,
na vigelegele kwa Yesu. Wapi kelele? Wapi kelele na sifa na shangwe kwa Yesu wewe? Umechoka? 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 Ati kidogo tu? Bado. Asante sana. Nataka uinue mikono yako, mwambie Yesu ninakupenda. Mwambie nakupenda kwa roho yangu yote siku ya leo. Nakupenda Yesu, nakupenda. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu nakupenda kwa roho yangu yote, majaribu yakija Nisaidie kushinda. Yesu nakupenda kwa roho yangu yote, majaribu yakija Nisaidie kushinda. Yesu nakupenda kwa roho yangu yote, majaribu yakija Nisaidie kushinda. Yesu nakupenda kwa roho yangu yote, majaribu yakija Nisaidie kushinda. Yesu nakupenda kwa roho yangu yote, majaribu yakija Nisaidie kushinda. kwa vile ulishinda wewe mwamba, Yesu ulishinda, wewe ni simba wa Yuda. Kwa vile ulishinda Wewe ni mwamba, Yesu ulishinda, wewe ni simba wa Yuda. Yesu nakupenda kwa roho yangu yote, majaribu yakija Nisaidie kushinda. Yesu nakupenda kwa roho yangu yote, majaribu yakija Nisaidie kushinda. kwa vile ulishinda Wewe ni mwamba, Yesu ulishinda, wewe ni simba wa Yuda. Kwa vile ulishinda wewe ni mwamba, Yesu ulishinda, wewe ni simba wa Yuda. Kwa vile ulishinda wewe ni mwamba, Yesu ulishinda, wewe ni simba wa Yuda. Cheza, 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 cheza. Kama uchezi hapa, unatuambia unacheza wapi? Cheza. Kwa vile ulishinda, wewe ni mwamba, Yesu ulishinda, Wewe ni simba wa Yuda. kwa vile ulishinda, wewe ni mwamba, Yesu ulishinda, Wewe ni simba wa Yuda. kwa vile ulishinda, wewe ni mwamba, ulishinda, Wewe ni simba wa Yuda. kwa vile ulishinda, wewe ni mwamba, Yesu ulishinda, wewe ni simba wa Yuda. Wapi sifa na kelele kwa Yesu? I want you to worship him, worship him, worship him, worship him. Shalada. Worship him, worship your king. We worship. Worship your king, worship your king. We worship. Fungua kinywa chako, inua kinywa chako, mwambie. We worship. Tumia maneno ambayo unajua kutumia. Mwambie, We worship. mwambie, mwambie. Tell him what he means to you. Tell him what he means to you today. You're here to worship the Lord. You're not here to pass time. You're not here so that the night can run. You're not here because you didn't have anything to do. You're not here because your bed was not cozy. You're not here because there is nothing else to do in life. You're here because of a divine purpose. Yes. Shakata de davalokosi yakata. Rebadia kalokosa tabaya. Oh Jesus, we love you. We glorify your name. We bless your name. Shikia katos kata. Lebedia na kata leosha. Holy Ghost. Shela katadi debea. Hey, shata da de daba. Rekada de dabale shakata. Makazoli eketabaya. Oh, hallelujah. Holy Ghost. Holy Ghost, we bless your name. We lift you higher. We give ourselves to you. Jekalako sakataba. Rieketia makaloko sataya. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Shekatabaya lekata. Rebedadia de kalaosata. We lift you higher, God. We adore your holy name. Adonai, there is none else like you. We cannot worship any other God. You are God alone, and you need nobody to make you God. Shebala kasatabaya, rieketelia tabate,
Shekatalabaye tadabaya. Rekatalayo. Shatalabasotalabaya. Nepalese shata. Shata de baya labade. Shakale bakate tabadaya. Shalakate de badabade alaba. Father, we lift you higher. Come on, you can do better than that. You can do better than that. You can worship your God. You can worship your King. You can worship and glorify His name. Shakata de dabaya. Maleka shatalia ba. We love you. We live for you, Jesus. We glorify your name and we love you. Yamaleka dada badesh yakata. Zekata leba dadosata. Jea latos yatabaya. Shale bade da bade bade. Shekata da bade bade. Shekata de da bade. Shekata de da bade. Rekata de bade do lo shekata. Shaya la bade. Shekata baya. Father, we love you. Thank you, Jesus. Kitu kingine haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unafanya ambayo wanadamu hawezi. Unatoa faraja ambazo wanadamu hawezi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haulinganishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu. Unafanya mambo unatoa faraja, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Unafanya mambo, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Haufananishwi, haufananishwi na kitu. Mwambie haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja
unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Sema haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haulinganishwi na kitu chochote kile, haufananishwi na kitu kingine. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Say you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Sema tena. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Sema tena. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, sema. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha, Omega. One more time. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha, Alpha and Omega. Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. Sisi wana wako tunakusanyika. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Sisi wana wako tunakusanyika.
Angalia Bwana, angalia Bwana, sisi wana wako tunakusanyika. Tazama Bwana, angalia Bwana, sisi wana wako tunashuka mbele zako. Angalia Bwana, 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 angalia Yesu, angalia Bwana, angalia Jehova, angalia Bwana. Kwa dakika mbili mwambie, nitazame jioni ya leo, nitazame jioni ya leo, badilisha maisha yangu Yesu. Mwambie, badilisha maisha yangu, nibadilishie maisha. This is the night that the Lord has made for God to transform your life, for Him to make you a new person, for you to transform you and take you to elevations and elevations. This is the day that the Lord has made. Tell Him like Jacob, I'm not going to come out of this place before you do something new in my life. Tell Him, oh come on beloved, you cannot keep quiet. You cannot keep quiet because a closed mouth is a closed destiny. Oh Shakata Dadi Debaya, you shall decree a thing and it shall be established, because when God says yes, nobody can say no, nobody can say no, because His promises are yes and they are amen. Yeye ni Bwana, yeye ni mwanzo na mwisho. Mwambie unastahili sifa, unastahili sifa. Shakata Dadi Debada. Prayer is work, prayer is work. Prayer is work. Prayer is not easy, but you have to sacrifice yourself. You have to sacrifice yourself. Thank you, Father, for planting me on this mountain, that I shall call upon your name, that I shall call upon your name, and you shall call upon in the name of the Lord, and you shall be saved. Oh, God is faithful, beloved. God is faithful. When you call upon Him, you will never leave the same way you came. Open your mouth, open your mouth. Fungua kinywa chako, inua sauti yako, mwambie unastahili heshima, unastahili utukufu, hakuna kama wewe. I choose to glorify you. Japataka tapa rebede baya kataya shekele kataya pasha rie kataya labosie kata rebede bada kantolo shekata. I bless your name, I glorify your name. You are good, you are worthy, you are glorified. Shekata taya lokosa kataya. Oh, even when it seems like there is no sign, God does not work with signs. Oh, Shapakalie Kataya. When the king Jehoshaphat were going to war, there was no water, and there was no indication of water. There was no indication of rain. But there is a God who provides. Even when there seems to be no sign, there is a God who provides, beloved. Because He told them, Elijah told them, dig the ditches. Dig the ditches. Because you shall see no rain. But you shall see water. Tell Him, Lord, help me to be obedient to your word. Help me to be obedient to your word. I want to be obedient to your word. I want to be obedient to your word. Even as the word comes to me, I want to be obedient. For 1 minute, tell Him, I want to be obedient to your word. Riekataya na bayanto dodo shekata. Mwambie nitayarishe. Tayarisha roho yangu. Tayarisha roho yangu Yesu. Tayarisha roho yangu. Tayarisha mawazo yangu. Nikusikie. Nikusikie Yesu. Shaka. Oh yes, we thank you. Shapataka yeti yatapa. You are Yahweh.
again. Yahweh. You are 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 Yahweh. Alpha and Omega. Lord Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Alpha and Omega. Say it again. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega, you are. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Thank you, Father. We glorify you. We worship you this wonderful night that you've given unto us. You are Adonai. You are Yahweh. You are the King of kings, the Father of fathers, the Lord of lords. We worship you. It is you only we adore. We kneel before you to glorify your name. Indeed, you are the King. In Jesus' name we do pray. Somebody say amen. Thank you. Thank you. What a wonderful praise, a wonderful worship. It's really great. Everybody to be on this side. All of us to be on one side so that I can face you. And I want to thank God because He has been so special to us. He has given us this wonderful opportunity to come again here. I think these 2 rows will be okay with us. These 2 rows will be okay with us. And I want to thank everybody, you all that have come tonight we celebrate together the word of Jesus Christ. It is amazing because God has given us this grace, and we shall continue to celebrate the grace as He has given us another opportunity. I want also to welcome all the people watching us from all over the world. And before I start my preaching, there is a young girl in Sweden. She is in she's in chaotic, a little issue. I want the church, all of us, we stand. She's a daughter to one of our members of this church. And things for her are not good. We want us to raise, just say a prayer, a word of prayer to her. She has a mental problem and she's causing a lot of chaos. Just lift up your voice and say, condemn. Kataza mapepo kama yule mwanamume ambaye alikuwa amepagawa na wazimu. Yesu alipofika mahali pale, zile demons zilitoka. Can we command in the mighty name of Jesus Christ, whatever the demon, mahali popote zilitoka, kule zilitoka, either ziliwekwa ama zilijiweka, ninazing'oa katika jina la Yesu Kristo. Ninaamrisha kutoka hapa Kenya mpaka Sweden, ya mapepo yoyote yaliyomfuata kutoka hapa, iwe ni ya kifamilia, iwe ni generational curses, iwe ni blood curses, social curses, whatever kind of a disease it is, I silence it in the mighty name of Jesus Christ. Say amen. Amen. She is healed. Mtu aseme amina. Amina. Huyo mtoto amepona. I believe and trust God that amepona mahali popote aliko, because we have the power to say it. Today I won't take long. You may be seated. I won't take long. I just want to tuangalie tu. Kesha ni nzuri za mazungumzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mapepo ambayo hayawezi kutoka mpaka ukeshe na ufunge. Haleluya. Sio mapepo yote huondoka kwa sababu umeambiwa pepo toka.
lazima ufanye jitihada fulani, lazima ufanye kitu ambacho kinahusiana, kina nguvu. Kwa hivyo mikesha ambao tunaifanya tumekuwa na mikesha kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa mosi. Mikesha yote ile ni ya youth, ya wamama, intercessors, na wazee wa miaka 70 kwenda juu. Na leo siku ya Friday tumekuwa in that marathon ya maombi, na I thank God because he has been so faithful. I want to also to appreciate, nilikuwa Thika in our other sanctuary of Thika today in the morning, and God is with them. God has okayed the ministry in Thika, and the things will start rolling out. The good thing with us, we just move. We don't move until God tells us to move. Bwana Yesu asifiwe sana. We can't do anything before God. If God is not said anything, we are like Gideon. Gideon had to test God several times until God was annoyed with him. Sometimes you have to make God be annoyed with you by nagging him. You continue nagging him because he's our Father. He is there for us. He blesses us. He gives us wonderful opportunities to continue glorifying his name, to thanking him. He has given us this wonderful life today. That is why we are here to stand to say that indeed you are Yahweh. Somebody say, you are Yahweh. Bwana Yesu asifiwe sana. Yahweh means God. Hallelujah. Kwa hivyo leo ninataka tuangalie also I want to invite you once more on the 2nd of next month, that is the other week, we will be having our daddy Archbishop Harrison Nganga at 2 p.m. after the service in his church. He will be joining us for the blessing of the sanctuary. So we are going to having a fatherly blessing. Then he will be commissioning us. Bwana Yesu asifiwe sana. You know, you need your father to come and commission you and tell you now, kanyaga barabara, enda, umekomaa. Bwana Yesu asifiwe sana. I was with him and he's really waiting for this. He can't wait for this day. And many more people will come from all over the world that will be joining us in this wonderful occasion from 2 p.m. until 6 p.m. I am sure we will be live in Citizen TV and Inoro TV, Bethel TV and Kameme TV. So that is very wonderful. It has to be huge marriage that God has given us. Therefore, I want you who is watching us at home, abroad, wherever you are watching us from, I'm inviting you for that event. It will be a powerful event. A powerful event. We call it a fatherly blessing to launch your destiny. A fatherly blessing to launch your destiny. Because when this father will come to this house, we will be launching our destiny. As we will be launching the destiny of the ministry, you too, your destiny will be launched, and everything will never stop again, and the world will be turned round and round and round. Kila kitu tutabadilisha, and kila kitu itakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo I'm happy also for the teams ambazo zimekuwa hapa, the ushers, the praise team, and also the elder team, the women team, the accessory teams. God bless you because you've been doing a good work. And as we have been going through, we are going to extend another 1 week for prayers. I don't know whether you are going to agree with me, but I also want to another 7 days of marathon prayers until our daddy comes here. But we are praying for him, and we are praying and we're praying until he comes here. That is when we are going to break our fasting and our prayers. We are fasting and praying in different styles. We chose to go freestyle. You choose whether you're going dry, you go dry. Whether you're going pasture, you go pasture. Whether you're going Daniel, you go Daniel. Whether you are going Esther, you go Esther. It's your problem. What we're doing is that we are together. Tuko pamoja katika kuhakikisha ya kwamba we are praying. Also,
We are asking you to continue praying for this sanctuary. We need prayers for the sanctuary hii ya Thika, ya Kayole na ya Dubai. In Nakuru pia we are starting off very soon, and Kisumu and Mombasa. But above all, let's pray for the synagogue in whatever capacity we are. And let's pray also for our nation. It is very important whether the president or the king is a good king or a bad king. All kings come from heaven. It is an authority from heaven. And this authority that has come from heaven with a reason. Kings are given to men with a reason, with an intention from God. So the good king will come because people have behaved nicely. The bad king will come because people have misbehaved. Hallelujah. So both of them, the bad and good, they come from God. No one comes from the devil. They all are allowed to be with us. So let us pray. We'll be praying for our president, William Ruto, his deputy, and their government. Because it is not their government, it's our government. And whatever they are trying to do, let them do. Don't get involved at taxes zimepanda ama zimeshuka. That is not your business. Let the will of God be done unto this nation. Don't touch anything. Don't say whether atakuwa na miaka mingapi, first term, second term, or third term. Don't. That is not your business. It's God's business. He knows what is happening to this country. And don't be devil's advocate. Be the advocate of Jesus Christ. Hallelujah. Just speak about God, Jesus Christ, and pray for our nation. When we pray, we learn to pray, and I have taught you how to pray using the flag. Pray for this nation. It is a godly nation. It is a child of God, and good things are going to come. During when we were shifting from the previous year to the next year, a prophetic word came that Kenya we will have issues at the beginning of the year, but towards the end of the year, people will start celebrating. Hallelujah. They say it's a year of blessing, but when it's prophetically say it is a year of blessing, you need to go and sit down, because that is when you hear something, the blessing is coming. Go and kneel and pray, because blessings will just not come. They will come with the challenges. Hallelujah. When I declare and decree to you that you are going to be healed, yes, I've said you're going to be healed. You're going to be healed for sure. But there will be challenges. The masters, the owners of that disease will resist, will try to fight back. So when I say that now you're going to be healed, there is a battle that has begun. That is why he told Joshua, do not be afraid, nor be dismayed. Yani usiogope wala usifadhaike, maana niko pamoja na wewe. Lakini kumbuka alimwambia Joshua, nimekupatia Jericho. Akamwambia Joshua, nimekupatia Gibeoni. Akamwambia Joshua, nimekupatia Ai. Lakini alimwambia usiogope wala usifadhaike, maana kilicho mbele yako, yes, nimekupatia mji, lakini ule mji umekamatwa na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa mgonjwa, mhubiri aseme umepona, ujue kuna kile kilikuwa kimekushika, ndio maana ulikuwa na ugonjwa. Na ndio maana yule ibilisi ambaye alikuwa amekamata atainuka kujaribu kukuzuia usiweze kufunguliwa. Lakini kama neno limetamkwa, basi lazima utafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo siku ya leo ninataka tuangalie vitu kadhaa ambazo ni facts about satanic altars. Facts about satanic altars. That's what we call facts. Yani facts ni nguzo. Yani ni mambo muhimu sana ambayo yanaleta mahusio ya madhabahu ya kishetani. What are these facts? And how to know a person is under satanic altars. So we are going to look at the facts and also understanding. How do you know? Utawezaje kujua wewe unaoperate kwenye madhabahu ya shetani? Unawezaje kujua yule mtu anaoperate madhabahu ambayo anaoperate ndani yake ni ya kishetani? Maana unaweza kufikiria mtu ni nabii,
Mtu anaweza kuja aseme mimi ni pastor. Mtu anaweza kuja aseme mimi ni nabii ama ni prophet. Mwingine anasema ni apostolic, whatever you are. And maybe you are not that what you are trying to claim. Maybe wewe ni kupagawa, umepagawa, uko na mwenda wazimu. Kuna huyu mama, wakati Paulo na Sila walikuwa kitoka kule kwenye mlimani kuomba, walikutana, kuna mama alikuwa akimfuata kila wakati, mahali popote walienda aliwafuata. Huyu mama kumbe alikuwa diviner aliyetumika kwenye mji ule, na alitumika katika kuambia watu mambo ambayo yatakuja. Kwa hivyo kuna wengi walimwamini wakidhani ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Joas aliinua madhabahu ya Baal kule katika mji wao, watu wote waliamini yale madhabahu ya Baal ni madhabahu ya Mungu. Haleluya. Yeye peke yake na wazee kadhaa walioinua yale madhabahu ndio walikuwa najua there is no God here. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni muhimu sana kutaka kujua ama kuelewa what kind of spirit is operating in you. What kind of altars that are operating in you. Because you may think that you're operating in a godly altar, yet you are not operating on a demonic altar. You may think that whatever you are doing, it is godly, or whatever move you are making is godly, or the kind of particular church is godly, but when you come only to discover at some time there was no God, it was demonic. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli walikuwa wamefadhaika sana. In Judges 6 walikuwa wamefadhaika sana. Wamekuwa wanafanya kazi usiku, hawakuwa wakifanya mchana. Maana walikuwa mchana walikuwa wanajificha into caves, kwa sababu battle was so serious. Battles were so cruel. Anything that they were planting was stolen, was taken away by the Midianites. But in the verse 1 of chapter number 6, the Bible, and the children of Israel did that which is evil. Hallelujah. But continuously, verse 2, continuously, I see Gideon was arguing with God and asking God, where are you? Where did you go? We understand you are the one that liberated the children of Israel from Egypt. Wewe ndio uliwatoa kwenye Misri, ukamtoa Abrahamu, ukamuorganize mpaka akatoka kule kwenye utumwa, ukaorganize wana wa Israeli kutoka Egypt jangwani, ukawapitisha kule mpaka ukawafikisha Kenani. Sasa alikuwa anauliza, where did this God go? Huyu Mungu mwenye alikuwa na mababu zetu, mwenye alikuwa na baba zetu, alienda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Laiti angejua ya kwamba baba yake mzazi ndio alimgeuza na akageuza community mzima. So a father can change the entire community. A grandfather can change. The president can change. A leader can deviate you from God. And this is what I want us to look at and see, are we in the right? Are we doing the right thing? Tunafanya mambo mazuri ama tunafuata maagizo ambayo yanatokana na shetani? Hizo ndoto zako ambazo unaota, are they godly ama they are demonic? Hizo message unakuja kuambia watu, is it demonic or godly? Hizo sauti unasikia, are they godly or are they demonic? And how do you know that this person is demonic? Bwana Yesu asifiwe sana. Because you need to understand, an imposter and a godly person, lazima ukajua. Maana utawajua kwa vitendo, utawajua kwa maneno wanayotoa, utawajua kwa usumbufu walio nao. Nabii wa Mungu hana usumbufu. Nabii wa Mungu ni mtulivu. Akiketi chini, anaketi na ngoja mpaka wakati atapatiwa nafasi na Mungu mwenyewe. Lakini ukapata anashika mikrofoni, anakuwa msumbufu, basi kuna jambo ambalo si la kawaida kwake ndani yake. There is something wrong. Roho wa Mungu ni mtulivu. Roho wa Mungu si combative. Roho wa Mungu si wa mbishi. Roho wa Mungu si wa matetezi. Roho wa Mungu ni mtulivu. Na ukaangalia ukaona yule mtu si mtulivu, basi kuna tatizo mahali fulani. That person, hata ajiite apostolic, ajiite messenger, ajiite pastor, ajiite whatever anajiita, kuna usumbufu ndani yake. Na ule usumbufu ndani yake ni ashirio ya kwamba there is some demonic materials in her or him. It's very important to know, na utaweza kujua huyu ni mchungaji wa ukweli ama ni mchungaji ambao ni bandia.
Utaweza kujua huyu ni nabii wa ukweli ama ni wa uongo. Na siku ya leo ndio nataka niguzie maneno kama hayo, ndio tuweze kuelewa what is right. Kumbuka wale wana walikuwa the Skefa, walikuwa Skefa, the sons of Skefa, walikuwa natoa unabii kwa jina ya Yesu, lakini walifika kwa mtu wa Mungu, akamtoa yule ambaye akawauliza, Paulo namjua, Yesu namjua, who are you? Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important to detect in a church like this one, tuko na watu bandia wengi sana. In a church like any church, in the community of the world of today, we have fake pastors, we have fake preachers, we have fake apostles, we have fake messengers of the word of God. Yet they are within us, they are walking with us. But you can only know these people by understanding what kind of altars they are operating in. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want us first of all to look at the facts about the satanic altars. And then it is a continuous, the subtopic of that, it is how to know a person is under satanic altar. How do you know that this person is operating on a satanic altar? Number one, excessive dreams of being into the village. Kama ndoto zako ukiota kila wakati, you dream when you are in the village, unaota ukiwa kwenye vijijini, ni kumaanisha kuna tatizo katika mazingira yako ya maisha yako ya kiroho. There is something, you are being taken back to the village. Umeregeshwa. Kumaanisha kuna mapepo yanayopigana nawe, na hayo mapepo ni mapepo ya stagnation. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nguzo na nguvu that are meant the spirit of stagnation. Where you are operating in the spirit of stagnation, most of the time you utadream ukiwa primary school, utadream ukiwa Geshagi, utadream ukichota maji kule kwenye village, utadream ukiendea kuni zile za kichakani, utadream ukiwa ukicheza na vile vitoto ulikuwa unacheza navyo kitambo. Being referred back to your past means you have been reversed. Hallelujah. You have been sent back to the setting. That is when you know now what is happening in you is demonic. Wakati kwa kujua ya kwamba whatever spirit ambayo iko ndani yako ni ya kishetani, ni wakati ndoto zako zote zinakurudisha kule kwenu vijijini. Kule zinakurudisha ukifanya kazi ile ulikuwa unafanya ukiwa mtoto, ukiruka na ukifanya mabirigani. Number 28. The day you discover unajikuta ukifanya mabirigani number 28. I went for a walk. Na wewe ni mama na ni shosho, umebebwa. Sema nimebebwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So the dreams will drive you back. And for you to know what kind of dreams, attacking dreams, na kutaka kujua ni pepo gani limekukamata, na ni nani aliyekufunga, ni nani aliyekukamata, utaletwa ndoto unaonyeshwa shosho yako ama guka yako fighting you or chasing you or trying to bind you. It is a way of God revealing to you what kind of spirit that is operating. Who did it? Utaona shosho yako ama mama yako ama watu wa kijiji chenu, unaona wamekuzingira na mapanga, wamekuzingira na makamba, wamekuzingira kwa kutumia wanyama. Kuna jambo fulani wamefanya ambalo linakuzuia kutoka mahali huko. Meaning kijiji chenu, ukiona ni community inakuzingira yote, una understand ya kwamba it is a problem of the community, not an individual. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unaweza toka hapa uende kwenye kijiji ulitoka ni kijiji cha wachawi watupu. Ukitoka kwende mahali utakuta all the people around there they are witches. Therefore whoever or whatever that happened there kwenye kile kijiji ni kimambo ambayo is full of witches, meaning you can never be able to succeed. Bwana Yesu asifiwe. Therefore what will happen to you ni nini? Utangangana kama umevutwa.
Hata ukikuja Nairobi, kama kijiji chenu ama mahali umetoka pamekukamata, umemilikiwa na kule umetoka, hawezi ukafaulu. Hata ukikuja Nairobi, utakuja Nairobi na utaenda sehemu iliyo sawa na kule umetoka. Utajikuta huko Kibera, kule ndani Lindi, kwenye matope, nyumba za matope. Kwa maana zinakupeleka kwenye sehemu sawa na kule umetoka. Ama utajikuta kule Mukuru kwa ama Lungalunga, kule kuna manyumba yamejengwa na mabati yaliyoraruka, sawa na kule nyumbani umetoka. Ukiangalia kanyumba kale unaishi na kule umetoka, unaona it is same, because the patterns za kukupeleka into poverty bado zinakufuata. Hata ukitoka hapa uende Amerika, utajipata you are homeless. Unakaa kwenye mitaa, unawekewa tenti kule nje, because the kind of the spirit that zinakufuata ni zile za kwenu vijijini. Kama umejikuta kule, ama ndugu yako ama mtu yote, na huko Ulaya, wengine wanaishi maisha mazuri, wengine wanaishi katika level ambayo ni nzuri sana, lakini wewe unakuwa kwenye street, unaitwa homeless. It means there is a problem from your village where you came from. That is not the problem of where you have gone. It is the problem of where you have come from. Umeenda Amerika ama umeenda India ama umeenda Pakistan, lakini ukajikuta whatever you are doing there is no success. Unarudishwa nyumbani, unafurushwa, the authorities are uko zinakukataa. The problem is not the authority there, the problem ni kule nyumbani umetoka. Kwa hivyo angazia kutaka kujua. Sasa itakusaidia na zile ndoto ambazo unaota. Itakusaidia na kuelewa what kind of visions are you seeing, what kind of dreams are coming, what kind of the people that are coming into your life. The kind of people that come into your life will tell you, will teach you and tell you, you are in the wrong place. You are with the wrong people. Maana kuna watu utatembea na wao wakurejesha nyuma. Kuna watu wanakuja kwenye ministry kama hii kuinyonya, kuiangamiza, but they will be good participants in here. Wakiitishwa kesha watakuja, wakiitishwa morning glory watakuja, wakiitishwa sadaka watatoa, fungu la 10 watatoa, lakini inside them wamebeba spirit of destiny killing. So it's very good, very very wise for you to choose carefully what kind of friends are in your life, what kind of partners. Unaweza kupata mume ambaye unafikiria ni mume wako na mtaishi maisha pamoja, but you look at your life since you mulikutana na huyo mke, that is the time your downfall started. Umejaribu kung'ang'ana, ndugu zako wamekuja wamejaribu kuwainua, wazazi wamekuja wamejaribu kuwainua, but there is nothing that is happening. And that is when you come to know, maybe, perhaps, the kind of partnership you have in your life is the cause of the problem. And this can be revealed in dreams. Utaona huyo kama ni mume akikuregesha, akikubeba kwa gari mnarudi Geshagi, ama akikubeba ama amekufunga, God will make a revelation to you that you'll be able to understand who is the cause of the problem you're having. That is why it's very important for you to make sure that you don't eat too much, because when you eat too much, the dreams will not come. Did you know that? When you eat too much, at night don't eat. We are told in the morning breakfast, eat like a king. And during the lunch hour, you eat like who? A beggar. Bwana Yesu asifiwe sana. And in the evening, you just forget about the food. You drink some water and sleep. You don't eat in the evening. We eat early in the morning, because the energy you need is required from morning towards the day, not when you are going to sleep. Unakutaka tukilala, unakuta huko ni mashuti tu, because the energy was misdirected. Ulikula ugali na nyama usiku. Sasa katika kile kusaga, unakuta mtu na sweat kwa kitanda na kushuti tu, because the entire energy, the entire food has been wasted, has gone to waste. Ukienda kwa waganda hapa ndio utakuta
utajua meaning ya kukula. Asubuhi unawekewa chakula mzuri, mlima mkubwa, unakamata chakula yako vizuri, unasikia vizuri. Lakini sasa sisi tunakulaga usiku, ndio tunakula ugali. Na ujue ugali kwanza ile ya kisiagi na unakula basi. Kingia hiyo bedroom asubuhi ukiamuka utakuta hiyo bedroom haina shagwe hata kidogo. Hakuna peace. Because hewa kule imeharibiwa kabisa. Therefore, excessive dreams of the village or mambo ya kizamani will make you understand what kind of demonic authorities are in your life. And number 2, we are in how to know a person is under satanic attack. Constant hearing of voices. Constant hearing of voices. Kuigua megabo, kusikia masauti zinakuzungumzia. Unasikia sauti kwenye sikio hili, unasikia huyo ni Mungu kweli. The other sikio hili lingine linasikia mambo mengine tofauti, unasikia huyu ni shetani. When you are constantly hearing voices, don't just be patient to listen to the voices and hear what are they advising you to do. There is a voice that will speak to you. Ikwambie chukua mkanda ujinyoge. There is a voice who will tell you toa nguo na utoroke. Kuna voice itakwambia kuna watu wanakufuata. Na ukiangalia tu hivi unaona ni kama kuna watu wanakufuata. Na unatoroka. Na unatoroka unapiga duru ukisema watu wanakuja. Wakiangalia huko hakuna watu. Wewe peke yake ndio unaona. Meaning unatumika katika madhabahu ya shetani. Kwa sababu wewe unaongeleshwa na mavoice hapa, inakwambia hivi toka uende. Wewe ingia kwa gari, toka kwa gari. Inakwambia peleka hii, rudi. Peleka fanya hivi, fanya. Hizo voices zikikuja, unasikia voices nyingi zinakuvamia hapa na pale. Ukisikia mahali pa voice, ukienda mahali voice, ukienda kukaa mahali unasikia ni kama hawa watu wote ni wewe anakuzungumzia. You are operating under an altar, a demonic altar. Huyo mtu chugusa, kuna madhabahu fulani ya kikwenu, ya kutoka kwenu. Hiyo ndio inakufuata sana. Ukisikia mtu anajiogeleza sana, kuna watu wanamekushambulia, kuna watu wamekupiga. Bwana Yesu asifiwe. So it's very important for you to understand. Wakati umesikia megabo migi, kuna vitu vitatu ambavyo vinaletaga megabo. Kitu cha kwanza ni madhabahu ya waganga. Kama kwenu kulikuwa na ugaga, kwenu kulikuwa mtu ambaye guka alikuwaga mganga. Sasa ile madhabahu ya waganga haikuuliwa, iko hai. Ndio maana imekuja kukusubua. Maana kuna wakati walikuwa na mwaga pombe, kuna wakati walichinja mabuzi, wakaita gomi, wakaita wale watu walikufa, wakawaita, wakamwaga pombe ya muratina, wakamwaga ng'ombe hivyo mara 3, wakaita spirit ya wale ambao walikufa. Sasa hiyo spirit haikurudishwa, iko hapa, ndio inakusubua. Alafu kube wewe ndio ulikuwa, wazee walipoenda wewe kube ndio ulikuwa ubebe hiyo kitu, manto hiyo ya kuendelea kuita hawa wazee. Sasa usipowaita wanajiitaga, wanakuja wanakusubua. Na watakusumbua na mtapigana na wao. Mahali popote utaenda watakuwa na kusubua. Unaenda unasikia wakikuuliza huku umekuja kufanya nini? Mpaka wanakuambia sasa jinyoge, sasa chukua mkanda ujinyoge, Mungu anakuita. Ndio hao naonaga wameenda kwa Shakahora. Wengine walikuwa hapa Joro. Unakumbuka Joro? Wakati walikuwa wameshimba chimo kubwa, bali watakaa Yesu atakapokuja, maana dunia inakuja kumalizwa, wakatafuta banka wakae huko ndani. Hiyo ndio spirit ya hao watu wa zamani. Huyu mzee anaitwa Saulo alienda kwa mganga akamwambia niitie spirit ya nani? Ya Samueli. Na wakati spirit ya Samueli aliitwa, kimutu kilikuwa kimevaa nguo za white kilikuja, kilitokelezea. Na kilipokuja huyo alimwogeleza, kisha kikamwambia kwa sababu umeniita tunaenda na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo spirit ikikuja hiyo ya kuzungumziwa sana, ujue ni kwenda unaenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wanakuita, ni aguka, ni ashosho. Hao washosho na waguka wale walikuwa waganga. Na yule mzee mwenye alikuwa mganga kwa hiyo nyumba, ama mama mwenye alikuwa mganga, ama mtu mwenye aliendea majini, ama mauchawi. Huyo mtu ukianza kusikia masauti zake zinaongea, ni kumaanisha anahitaji mfanyikazi kule alienda.
Ndio kama na amekukujia na masauti zake migi, kwa sababu amejua ya kwamba haufanyi ile kazi aliacha muendelee kufanya. Alikuachia manto, alikuachia uendelee kutembea usiku na itirana udhiroka kama nyumba motuko, unaenda ukikoka murago ya watu hivi. Alikuachia, is a responsibility, alikuachia, lakini wewe ulikataa. Kwa hivyo anakuja kukwambia ile kazi nilikupatia haufanyi. Na ndio uliona Saul alipoenda kule, mama neno ilimgeuka kwa sababu ya kuongea na hao. Ukiongea na wao, hata wale watu mnaendeka kwa makaburi, ati mnaenda kuangalia msalaba, ati kucelebrate msalaba ama kumwaka, ondokea kwa hiyo, kwa sababu mkienda kuzungumza na hiyo maiti hiyo ama hiyo kaburi, kuna tokanga 5 more demons, kila mtu anagaiwa anaenda nazo, and you start dying. Kuita spirit ya mtu mwenye amekufa ni kumaanisha hata wewe unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakutaka kila mwaka nyumba ya familia fulani wanakuaga na mazishi. Every year kuna mazishi, kwa sababu unaendaga kila mwaka kuzungumza na hao. Mkizungumza na hao, ndio hao wanakuambia kujeni, ni nyinyi tulikuwa tunatafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. So constant hearing of voices it is a one way of knowing that you're operating under evil spirits, under demonic altars. And number 3, unfinished sicknesses, diseases, and infirmity. Unfinished sicknesses, diseases, and infirmity. Unfinished sicknesses, diseases, and infirmity. Bwana Yesu asifiwe sana. When there is a disease in your family that has never or will never go, hata mkifanya nini, unakuta unatibiwa unakuwa mzuri, miezi 3, mwezi wa 4 kitu na ile ugonjwa tena inalipuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Unakuta sana uko na magonjwa, inakuja inakaa, ukienda daktari unadugwa sindano inatulia, ukimaliza miezi 2 hiyo ugonjwa tena inalipuka. Na ihiripuki kwako, unasikia imeripuka kwa mtoto. Ikitoka kwa mtoto, unasikia imeripuka kwa mtu mwingine. Unending sicknesses and diseases na infirmities. You find always you are in a situation that is wanting. Always. Wengine wote mnaona wamevuna mahindi, wako na chakula na mlipanda pamoja, lakini kwenu tu ndio kulitokelezea kitu. Kuna mjamaa mmoja rafiki yangu alinipeleka kwao. Tulipoenda kwao, alikuwa amejenga nyumba za nguruwe mingi sana. Kiroho, kiupepo kilitoka from nowhere na kikaruka nyumba mingi sana ambazo ni unstable. Maana nyumba zake niliziangalia ni very stable. Amejenga na chuma na amefunga hiyo mabati na chuma na mishumari mizuri ile ya kufuga na boroti. Lakini kipepo kilikuja kikipiga duru. Kikapiga duru kutoka kwa mlima na kikakuja mpaka kwao nyumbani. Kilichukua vibanda vyote, nyumba yote ya nguruwe. Ni kama hii na hizi hivi zimejagwa hivi. Zikakuja kikabeba na zilibebwa, hiyo mabati yote iliinuliwa, ikapita chini ya manyumba zingine, ikainuliwa ikapelekwa kilomita 2. Sasa hapo ndio unajua kweli shetani wa hiyo boma ni mkali kuliko kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilibebwa. Mimi nilienda nikamuuliza ilibebwa aje? Alisema ni kiupepo kilikuja kikipiga duru. Na kilikuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Boma yote, nyumba zingine zote mpaka nyumba yake haikuguzwa na upepo, na hiyo upepo ilipita juu ya nyumba yake ya kulala. Lakini maguruwe, nyumba zake zote za maguruwe zikabebwa. Zilipelekwa 2 kilometers kutoka hapa mpaka huko Afya Center. Zikiwa juu. Kila dunia, kila mtu wote wakajiangalilia, na zilizo mapepo mabati ilipoanguka chini, upepo ikaisha. Sasa hapo ndio najua ile nguvu ambayo inatembea kwenu si ya mchezo. You need to be very careful. Hata wewe utabebwa, watu wakuonagie ukizunguka huko, maana kuna babu na kuna baba na kuna mizimu ya kifamilia. Kuna mzee katika hiyo nyumba mwenye alikuwa na powers za kiugaga, na ndio yeye sasa amekuja akiwa ndani ya upepo, maana kuna kitu hamufanyi.
Kuna kitu ambacho mnafaa kwa mnafanya lakini hamfanyi. Mnapanda mahindi, mnakuta mnapata chakula nyinyi wote, kijiji kizima, all the farms zote, lakini kwenu tu ndio mnaona, kwenu ndio mahindi ilichomwa na jua. Kwenu tu. Kwenu peke yake ndio mahindi ilichomwa. Ama vinakuja viwavi, butterflies, ama wadudu wanakula mahindi tu ya kwenu. Unakuta ukitoa mahindi hivi, ukitoa unakuta noma gunyomadhali. Ni wadudu tu kwa mahindi msima. Shamba yenu na imepakana na another shamba hapa, na unajua shamba mpaka wa mahindi na mahindi hawezi kujua, lakini hii mahindi iko sawa, lakini yako tu, because there is an infirmity. That is where you knew katika familia yenu kuna madhabahu ya kishetani. Na hiyo madhabahu sio ya kwako, si wewe umeanzisha, ni madhabahu imekuwa huko for quite a long time. Na hiyo madhabahu inafaa kushughulikiwa, sio wewe, inafaa kushughulikiwa na mtu ambaye ana uwezo wa kufanya hivyo. Si kukimbilia tu mtu ati kujeni tuombe, kujeni tufanye. Hapana, you need to study and ask why. Ni kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Number 4, pray when you find that you are praying and your prayers have got no results. Unaomba kutoka January mpaka December and there is no result. There is a problem. Prayers are supposed to be answered. If you have prayed for your job ufufuke, there is no. Watoto wako umewaombea, nothing is happening. Umewaombea familia, nothing is happening. Umewaombea mzee harudi. Umewaombea mke harudi. Umewaombea ugonjwa iondoke, haiondoki. There is a serious problem. Kuna shida kubwa sana, na ni madhabahu. Hiyo sasa si ugonjwa. Hiyo ambao unaona umeombea miaka 10, hata tumeombea, tumetoa sacrifice, tumetoa kila kitu for 10 years, hii ugonjwa bado iko. Na mtu hakufi, ako tu, hakufi na haponi, anaendelea tu kukula tu pesa tu. Kuna madhabahu. Hallelujah. So when you don't have that breakthrough in your prayer, there is a problem that you need to sort. You need to understand why there is a problem, why there is a hindrance, why are we praying and this prayer is not answered. And that's why I normally tell you, when you hear the prayer has not been answered, stop that prayer. What you need to do is to go seeking, asking God, could there be a problem in our family? Could there be a problem with me? Could there be a problem in our society? Because unaweza kuwa your family doesn't have a problem. Unaweza kuwa wewe mwenyewe hauna problem, lakini mahali unaishi kuna problem. Ndio uliona kuna ile maji yule Elisha alienda, wakaambiwa udongo wa yuko ni mzuri sana, kila kitu, hata miti ni mzuri, lakini maji ya huko ni mabaya, yanaleta nini? Mapoozi. Yazi Elisha kaenda kawaambia namna gani? Lete chumvi na ulete bakuli. Wakaeka chumvi kwenye bakuli, akachukua ile chumvi akarusha kwenye lile bawa, na kutoka hapo the water was healed. Hallelujah. Kwa hivyo kuna challenges in our society, in the villages who come, can also be a big problem. Don't only be looking at your show. Don't only be looking at your guka. Don't only be looking at what wewe mwenyewe dhambi zako. Kuna dhambi zilitendwa na jamii, kama zile dhambi za Sodom na Gomora. Kuna wao walikuwa wazuri, hawakuwa Sodom na Gomora, lakini Mungu alimaliza wao wote. Kuna dhambi ambazo zinatendwa. Maybe ile kijiji umetoka, ama ile shamba, kama sasa tuko na mashamba, zilikuwa zina schemes ambazo tulipata wakati mzungu alikuwa. Unakuta kuna wazee walienda wakaungana pamoja, wakanunua shamba kubwa, kisha wakakatakata, wakauziana ama wakagawana. Ile njia ilitumika hiyo shamba kupatikana could be a sin that is causing a problem in the entire village. Ni nani alikuwa kiongozi wa hiyo kijiji yenu? Hiyo utakuta kwa Wakikuyu tulikuwa na kina Chief Koinage, utaenda kwa wengine utakuta kuna akina Wayaki, ukienda kwa Ameru kulikuwa kina Chief Koinage, Angaine, ukienda kwa Luya kuna akina Namogo. What were they using? What were they doing? Could that have qualified Waluya kuteseka? Could that have qualified Wakikuyu kuteseka? Could that man have qualified Wajaluo kuteseka? Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important to understand. Ile village umetoka inaweza kudetermine kule umeenda. The village you've come from, it will determine where you're going. Hata ukienda Amerika uweko White House ndani ya Amerika, na village yenu inasema ni poverty, utabaki kuwa poverty.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, prayer, when you doing a prayer, you are fasting, and there is no progress, there is no change in your life. You pray and pray and pray and nothing's happening. Umeombea huyo mzee wako abadilike, nothing's happening. Umeombea huyo mtoto wako abadilike, nothing's happening. Umeombea kila kitu. There is a problem, a serious problem that you need to understand and to know. And number 5, trigger happy on cursing people. Hallelujah. Ukasikia mtu ako trigger happy kulaani, ati we utaniona ni ukombana, utajua mimi ni nani. Wewe utajua yule Mungu naomba. Wewe I curse you. Wewe ninakulaani, na wewe na kizazi chako ninakulaani. Wewe uko na shida. Ukiona mtu ako trigger happy, kusema unaona huyu mtu alinichezea, ndirike mara ya dhino huyo, sababu ya hii shida wanakula, huyo mtu ako katikati kwa shetani. Hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kukasi. You are not supposed to condemn. We are told, bring all your enemies to me. Bring all your challenges to me. Do not judge because you don't have a permission to do so. Do not say that wewe usifai ati kwa sababu walinisegenya, niliwakuta mahali wakinisegenya, mimi nikaenda nikapiga magoti chini nikaomba. Nilipoomba angalia shida. Si unaona sasa? Hiyo shida yao wanapata. Hiyo shida wanapata kwa sababu ya kitu moja tu, sababu yangu. Wewe ni shetani. That is a devil. Ukasikia mtu anakuambia hivyo, hii shida ati huyu mama anateseka kwa sababu ni maadili. Unaona waliongea baya. Nilijua tu waliongea baya. Hawa hakuna mahali wataenda. That is a devil. Hata usingoje kusikia naye tena. Huyo ni agent wa devil mkubwa sana. Huyo amekuja kuua watu directly, amekuja kumaliza kila kitu. Kwa hivyo mjichunguze. Mtu ile statement mtu anakuletea, ukiona mtu anakuja na maguvu na kuongea na maguvu na kusema mtaona ama wataona, watakufa, wataharibika, ati wale wanapoint apostle wetu hivi, wakimpoint hivi watakufa. Unajua hata huyo apostle wenu ako na shida. Bwana Yesu asifiwe sana. We are supposed to hand over all our problems to who? To Jesus. Ndivyo ametuambia. Leteni mizigo yote. Nyinyi wote ambao mmebeba mizigo mizito, ileteni kwangu na nitawapumzisha. Kwa hivyo usikilize vizuri. Mama akikuja mama baba, aanze kukuonyesha, kukuambia unateseka kwa sababu, ama huyo mama anateseka kwa sababu ya vile nilikuta wakinisegenya. Hiyo mahapo ukurure na kalamu nyekundu. I have seen a devil, real devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Yapo mmenyamaza ni kumaanisha nyinyi ni matriga happy to curse. Don't curse anybody. You have no right. You got no right at all. Na ukaona hivyo hata hapa kanisani, hii kanisa, siku mtaona mtu huyo wa kusema hivi ati huyo mtu anasafa kwa sababu aliniongea vibaya, chapa kofi ukifukuza. Ni shetani na unaruhusiwa kuchapa shetani. Fukuza upeleke huko kwa barabara, kwa sababu next wewe. Na atakwambia aseme venye wewe, atakwambia story za huyu venye huyu anateseka, kwa sababu akitoka hapo atachukua story yako apelekea huyu. Na yeye hasemagi yake venye alisema, yeye anajuaka tu. Kuna mzee mwingine tulikuwa na yeye leo asubuhi, alikuwa ananiambia mimi wakati walicheza na mimi tu hiyo kanisa, nilitoka tu hivi, akaambia Mungu nimeweka kufuli hiyo kanisa. Sasa unawekaje kufuli nyumba ya Mungu? Nyumba unajua ni ya Mungu, unawekaje kufuli kama wewe si shetani? You can't. Nyumba ya Mungu unaiombea mazuri. Ukisikia mtu hapo kanisa liko hapo, hata kama liko na shida, liombee mazuri. Mtu anaitwa Makenzi akiwa pale, tumuombee mazuri. Ndio Mungu akuja amfungue macho, amuonyeshe what you are doing was not right. Lakini sikusema ala niwe mimi walinizika. Mimi mapasta wa hapa Thika kadhaa, mabishop kwanza, walienda wakachiba kafuri na wakanunua jeneza, wakaweka picha yangu ndani ya jeneza, wakaenda wakanisika. Na wakaambiwa in 3 days huyo jamaa atakufa. In the 4th day, ile hoteli December, ile hoteli kule Thika inaitwa December, hao mabishop niliingia, walikuwa pale wakikunywa chai na mimi nikaingia. Hao mabishop kila mtu alitoka kivyake,
Kuna walikuwa nafikiwa kwa barabara wakiambiwa leteni, hamjalipa nini? Hamjalipa biro. Kwa sababu wamechomoka, wameenda. Kwa sababu walikuwa wameambiwa 3 days. Mtu mtasikia amepigwa risasi amekufa. Hiyo ni uchawi ndani ya kanisa. Ukasikia mtu anajua Qurani, anajua kuua, anajua kusema mtu fulani ataisha, ama kanisa fulani mkicheza na mimi ndio nimefanya hii maneno yote imesimama hapa. Mimi ndio nimefanya hii kanisa imesimama. Kama si mimi, huyo mtu ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu ana uwezo wa kusimamisha hii kanisa. Tunaambiwa tuombe, tuambie, tupelekee Mungu matata yetu. Tupelekee Mungu tumwambie, this is what we want. From there God will decide. Tukiomba mkeka kama hii tuliomba kitabu. Lakini imefika jana. Lakini tulikuwa tumeomba kitabu, tumepatiwa mkeka. Mungu naye alikuwa anajua nitapatiana siku fulani ndio itakuja. Na hakuna mtu tuliambia, mimi nimekuja tu nimekuta kimkeka kimekujwa kimewekelewa hapa. Na nilikuwa nimeambia watu kina Duati tuchage pesa tununue mkeka hapa. Sasa kukaa kidogo mkeka imewekelewa hapo kwa barabara. Kwa nini? Kwa nyumba. Why? Because we have surrendered to God. But you find that you are an argumentative. You are arguing with God. You are arguing the people of God. You are cursing the people of God. You are saying bad things about them. And you are a Christian in a church of God. Wewe ni mchawi. Sema huyo ni mchawi. Usiseme mimi ni mchawi. Sema huyo ni mchawi. Na wako kanisani ni wengi sana. Na wanakujaga na ukitaka kuwajua sana, they are very prophetic. Very prophetic. Mungu amenizungumzia. Mimi katika ndoto nilikuwa nimekaa hivi. Nikaona kitu kimekuja, nikauliza Mungu, what is this Lord you are trying to tell me? Hallelujah. Yaani mimi najaribiki, mimi miaka mingi nimeokoka, lakini nataka kuona hiyo conversation mnakuwa nayo na Mungu. Na anajibiki aje? Ashoka giate amedwani. Hiyo nataka kuona ati what is this God you are telling me? Naye Mungu akaniambia, sit down my son. I want to talk to you. Na mimi nikaa chini, nikamuuliza, now God, tell me. Naye Mungu akaniambia, my son, I am sending you to go and tell my people. Na Bwana, na wakinikataa, wakisiponiambia, now what will I do? Yes, yani nataka kuona, nataka nikae kwa kona mahali ama kwa kanyumba hivi. Nikuangalia mkiwa kwa kanyumba na Mungu sasa mkifanya hiyo conversation. Na ninapenda sana kuona because I have tried good. Okay. Akristo, wacheni unafiki. God has a straight way of telling people his information. God has a straight way, has a way of teaching his people. Hivi nawaambia, I'm telling you a word from God. Bwana Yesu asifiwe sana. And it's straightforward. Haina kobo. And the Bible inasema test every spirit. Hata hii maneno nawafundisha. Edeni mwangalie kama haina backing ya Biblia, I am not of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii mnapenda sana kuambiwa domereli. Ati Mungu igororera ugatea. Haraka hapa unaanza kuambiwa, unaanza kutabia unabii. Bwana anasema rekabachata rebaka. Oh Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes. 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 Bwana anasema, oh yes. Yes. Oh yes. Wacha hiyo ujinga. Mtafutie kikombe ya maji mwambie akunywe. Kwa sababu ni jaa, labda ako na jaa, ni unafiki. That is not Christianity. Hiyo ni ukora. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ukiona mtu ameanza tu vituko, ukiona yani ni anataka kukupatia domereli, lakini domereli yake anaanza kupeleka tu story tu kona. Unajua, kuna siku moja nilipoenda mahali, nilipofika tu hivi, nikakuta watu walikuwa wanakunywa chai. Nilipokuwa hivi, unakuta mwenye anafanya kamwili kana kamwili mpaka unaona ni kama kanyoka fulani. Kumbe ni roho ya nyoka iliyo ndani yake. Ndio inaona anafanya hivi. Ni nyoka. Anajinyogota, anajiona na kama ni sineru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu wajihadhari sana because they are operating on a demonic altar. Bwana Yesu asifiwe sana. They are trigger happy. Ndio nasemaga, hiyo mama wakati alicheza na mimi, uliona? Baada ya siku 7 walizika mtu.
unakuta anatembea hivi. Walipo siku ile, oh my Lord, hallelujah, hallelujah, oh my Lord, yani walipofanya kidogo tu, nyumba ilianguka. Nyumba ilianguka. Yani imagine mtu wako na familia watu 7, nyumba imeanguka and you are happy and you call yourself a servant of God. Ati mtu amekatwa mguu ukasema ni wetha kanani alicheza na mimi kioni oguo ni ndathire gira Ngai ndaturirie iwo gituria iwo gira Ngai wewe iguaga hitho-ini. Mungu gani huyo atakubali hiyo maneno? Mungu gani huyo? Hapo hakuna Mungu. Huyo ni shetani. Ako na pembe 8 kwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na basi tena inasema running away from God to consult witch doctors. Wale ambao wanatoroka kutoka kwa Mungu badala wakuja kusema. Na ukitaka kuchunguza hawa watu wanasema gasade niligojeka ndio kwa maana sikukuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Badala ya kukuja kutafuta Mungu anasema Ngai ndiare mione guka ndirade aturawa na igego. Sasa nauliza swali, unafaa kuondoka kutoroka ama siku hiyo ndio unafaa kuwa kanisani namba 1? Because that is where healing is. Hallelujah. Hapo ndio healing iko. Ama tunakuja kanisani kufanya nini? Tunakuja kupokea chakula na healing na deliverance. Hallelujah. Hallelujah. That is where we in the church. That is where we come to church. Ukasikia motongoli anasema sikukuja kanisani kwa sababu gani? Nilisikia maumivu. Nilienda kuamuka nikasikia maumivu. Mgongo ilikuwa inaniuma. Pande huu nikasikia nyingi inauma. Hii sikio hapa juu ilikuwa inauma. Na nikarudi nikasikia ulimi katikati inauma. Ewe, but si ukuja kwa Yesu. Maana Yesu anasema I am the healer. Mimi ndio najua kuheal. Mimi ndio najua kubadilisha. Kimbia kanisani. Kuja piga magoti hapo mwambie Mungu, niko kwa nyumba yako sasa. Ulisema unajua kupona, kuponyesha watu. Come quickly hapa. Unapiga magoti. Hata usiende hospitali, kuja hapa. Ikishirikana sasa enda angalia daktari. Ujue kuna shida nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo ukapata mtu anakibiria kwenda kutafuta madifaina. Hata igoro lirauga atia. Difaina na mugaka ni the same at the one. Difaina na nani? Na mugaka. Huyu nakutaka kuna domeleli mingi. Yeye tu ndio anakuaga na kila kitu information. Yeye ndio anakuaga. Na ni comparative. Yeye akiongea mpaka unasikia dunia inataka kutetemeka. Ujue hapo kuna roho ya shetani inatembea hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo na mtu anaitwa Maina wa Magoto kule chini, wao wanaedaga shule moja na kanisa moja ya shetani. Yes. Tuko namba ngapi? Tuko namba 7. Business and the ministry dryness. Kukaukiwa kwa ministry. Na kukaukiwa kwa biashara, hakuna kitu kanaingia, umekaukiwa. Aniguhoire. Umekauka. Unajua unaweza kuomba mdomo inakauka mpaka unakuta mtu hii kwa sababu amejua ameona mpaka mdomo imekauka. Unaona mdomo imekuwa ya white. Na ukiangalia maisha yake na mfuko yake ni ya white, kukauka. Hallelujah. Because hajui. Sasa ukianza kuambia sasa niambie, hata kama ni hiyo ni language, Mungu atasikia hiyo language kweli? Mtu hakai Mungu atasikia hiyo language kweli? Umepagawa. You are mad. There's something wrong in your life. Spiritually there is something. You are deep in the sea. Uko hiyo ni lugha ya wale wako ndani kwa bahari. Ndio hiyo naongelea hapa. Ama mapepo ya ile dry land. Ama mapepo ya huko agani. Kuna mapepo ya huko ndani ya sea.
na ingine ya dry land, na ingine ya huko juu. Sasa ina depend ulikamatwa na nani. Ina depend. Ama una operate na Queen of Heaven. Huyo mama ni hatari. Na huyo mama ako na manabii, ako na malaika wake, na ako na manabii na mapasta wake, na wanapeanaga domeleli kama wale wengine. Sasa by the time ukuja kujua huyu ni nabii ama ni malaika ama anaitwa Queen of Heaven, basi utakuwa umechanganyishwa. Ama yule wa baharini, under the sea, ama yule wa dryness. Sasa unakuta mama umekataliwa, dunia imekataa, pesa inakukataa, kwa sababu spiritually umekuwa rejected. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu akiingia kwa kanisa ya Mungu ambaye iko na Mungu na uko na hiyo maneno, unakaukiagwa. Lazima haiziwezi hizo madhabahu mbili hazipelekanagi, lazima moja itawale ile nyingine. Na ikiwa kanisa nyumba hili ni ya Mungu na iko na Mungu, utakaukiwa na unakujaga. Yani ulikuja ukiwa na kiatu, next time tunakukuta ukiwa na sandals. Next time after sandals nakuta huyo mtu hakosagi bigiji kwa mdomo. Madani ya gosho. Na hata vile naongea madani ya gosho, unasikia ni vita, ni competitiveness. Madani ya gosho. Hawa watu mjichuge ndani ya nyumba ya Mungu wako. Na mnawajua na matendo, na hizo maneno wanakuja kwa wapi? Wanawavuruga mpaka mnavurugika. Jichuge hawa watu sana. They are very dangerous. Very dangerous. Biashara ukiweka kwa biashara ndio wako kanaenda riu. Ukifungua ministry kama hiyo unaenda riu, inaanguka tu. Kila mtu anajua wewe there is a lot of dryness in you. Unahitaji kikombe ya maji. Sababu mpaka mdomo imekauka. Mpaka tubo ukiangalia ndani. Ukiweka ile kitu ya stima hapa, tubo itatoa stima because of the dryness. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ni jinsi ya kujua huyo mtu ana operate katika madhabahu ya Mungu ama ya shetani. Hallelujah. Hiyo ndio njia moja. Namba 8. Mysterious losses of things under your control. Ile unakutaka vitu vinapotea. Tumekuachia kanisa kama hii, tukikuja tunakuta kuna microphone imepotea, tukikuja unasikia kuna battery tumepotea, tukikuja unakuta kuna kitu fulani imepotea. Kuna madhabahu ambayo inakuja kuchukua, ni majini. Inaitwa Jubilee, Jin Faruk, Jin Arabtur. Hizo ndizo zinakujaga kuchukua. Zinachukua. Ukiweka kitu kama hapa, unakuta ulikuwa na pesa. Ukiingia jana usiku ulikuwa na 200,000. Na unatafuta hizo pesa, hazipatikani. Zilienda wapi? Hamkuwa na mtu mwingine, ulikuwa peke yako. Na usiku hata kama ulikuwa na stress, ulikuja na ukaekelea hiyo pesa mahali unawekeleaga ile nyingine, lakini ulipoamka hakuna pesa. Kuna majini inaoperate ndani yako. Kwa madhabahu ambayo inakuja kunyonya. Na hiyo ndio nakutaga, ndio inanyonya mpaka damu. Ukisikia ukienda hospitali unasikia damu inapunguka, hauko na damu ya kutosha. Kwa hivyo watu wanakuja wanachaka damu, unaekwa, kesho tena unasikia damu imenyonywa. Haleluya. Unakuja una mtu nakuja unaniambia kabiashara nimeweka ka kioski mzuri kamepanuka vizuri, na hako kamepanuka kamekaa vizuri. Sasa nilipo tu kwenda kukaa kidogo kuangalia nikakuta kameanza kuanguka. Ndugu yako akakuja kaboost, tena akakuja kakaaguka. Dada yako akakuja kaboost, akakuja kakaaguka. Boyfriend akakuja kaboost, akakuja kaaguka. There is a problem. Hallelujah. Ni kitu kinanyonya. Na wanakujaga mpaka makanisani. Ndio wanakao tu hawa madefiner. Wanaekaga gedhito pale kwa mlango, ama kule chini kwa geti, ama kule kuingilia pale, ndio wanakurura. Wanaenda unakuta mtu anajifanya ni kasimu anaongea, lakini kuna maneno anaongelesha hiyo hapo. Anasema watu wote ambao waliamuka wakuja the synagogue, ninawadivert wapande wakipadaka, ama wateremuke wakiteremukaga. Hapo nakuja hapa anafuga, anafuga. Ni to define, na tunakuwa kanisani katikati. Haleluya. Na hivyo hata ndivyo wazee wanakamatagwa.
Mulisikiza kale kasichana kale girlfriend kagu. Mulisikia hivyo ndivyo wasichana wa maseo na mababas tunaitagwa mababas. Sisi tumefika hiyo miaka tunaitagwa mababas. Kasichana kanaenda Tanzania kanaekoa dawa. Alafu kanakuja kanachija kanaenda dukani kanachukua buchari kanachukua kanyama ile mzuri. Alafu hiyo nyama hautakula usiku utaikula kesho asubuhi kama imepikwa kwa oven. Na ni tamu. Kuna ile description yako kasichana kali describe niliona siku moja nilikutana na hiyo nyama mahali. One day nikiwa mahali nilikutana. Yes, hiyo kitu imeniuma sana because tabia zangu unajua hazikuwa mzuri sana. Zilikuwa tabia mbaya za kurukaruka kwenda hapa na pale na pale. Venye kali describe kuna kanyama nilikuwa natengenezea yangu asubuhi ya breakfast. Na nikamuuliza hii nyama inakaa aje? Akanielezea nikaona this is true. Na ndio mama alikuwa ananipigia simu. Hicho kimama kilikuwa kinanipigia simu nikiwa kwangu kwa nyumba. Na sahau kuendesha gari naenda mguu ndio nifike haraka. Ni watu hatari. Na watu sio huko tu wanafanya, hata hapa ndani wanafanya. Wanakuja lakini nia yake kubwa ni kupora watu. Kia yake kubwa anataka kujua namba yako. Immediately ukiingia hapa kwa kanisa, kitu ya kwanza huyu mjamaa anafanyaga ni kujua namba yako. Mwe akikuja huyu namba yake lazima utakuta ako na register ya kila mtu. Ndio usiku nampatia simu. Hello. My sister. My brother. Nasikia tu kulia. Nasikia tu roho wa Bwana ameniambia nilie. Kwa nini unalia? Nalia kwa sababu yako. Ninaona majeneza 3. Hakuna, ni pesa amemulika. Kwa sababu aliona kama ulikuwa umevaa kaguo kazuri na nikamutuba kama 300 kamepigwa nafasi. Unajua tu goto mutuba huko ni expensive kule ni tupu. Kakepigwa pasi kana kuaga kama sasa unazajua hii ni mutuba. Si ni mzuri. Sasa ukiniona nimevaa mtuba yake na ni 200, hii ni 200 na hii ni 150. Sasa sitafikiria nimevaa 6,000 ama 10,000. Sasa unianza unanitolea unabii. Umehesabu unajua niko na watoto 3 alafu unasema mimi watoto 3 na mimi si ni 4. Baba, ninazuia kifo, nazuia kifo. Nazuia. Namuuliza kifo ni gani? Masaduku ine inakuja. Oi. Piga magoti uombe. Kumbe ni unafiki. Hapo ndio najua huyu mtu anatembelea na anafanya kazi na hiyo. That is why we have mysterious losses of things under your control. Ukiingia nyumba unakuta kalimoti kamepotea, tuguo tumepotea, tusuruali tu ndani tumepotea, tusidiria tumepotea, ama kuna kitu kinapoteaga. Ulihang nguo, uliwacha masuruali ni 6 zilikuwa hang, ukakuta ya blue imeenda. And you are alone in the house. Kuna madhabahu ndani ya hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mnajikalia sana maguo zenu zikipotea. It is not us. Nguo na pesa zikipotea inafanyanga shida kubwa sana. Kuna kasichana kingine hapa kalikuja kakadanganywa hapa hivi kakabio. Nipatie simu, niweke ya time yangu nipige simu. Mtu mpaka waleo hajaonekana. Sasa unashangaa. Alikuwa na airtime. Alikuwa amenunua nini? Airtime. Na hiyo airtime alikujuaje huyu msichana atakuja ndio wakutane hapa? Na alijuaje hii airtime? Lazima nitapatana na mtu. Si unajua hapo kuna madhabahu? Kuna kitu ilikuwa na timing fulani. Kuna kitu yako ilikuwa inataka kuibiwa na iliibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Iliibiwa na wakapeleka kule walipeleka. Kwa hivyo usione huyu mama, na kutumia tu mfano. Usione huyu mama ukamwona ati kwa sababu amevaa vizuri ukafikiria ni mama Mkristo. Kumbe agent. Wanajua Biblia vizuri. Wanajua kunena maneno na akinena neno unaona ni accurate kwa sababu anatumia nguvu za giza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri ukiunderstand hivyo na ukiona vitu vinapotea, it is not kawaida. Ukisikia ulikuwa na kitu kakapotea, ulikuwa na kashaba kamepotea,
Ulikuwa na bibi amepotea. Ulikuwa na bwana amepotea. Ulikuwa na tupesa tumepotea. Anza mahesabu. Anza kujua shida iko wapi. There is a demonic altar in your life. Hallelujah. Tuangalie namba 9 inasema namna gani? Naona mvenye tunaendelea tukiongea ndivyo mnaendelea mkirudi chini. Sijui kama ni kusikia mnasikia maneno mzuri ama ni usigisi inaingia. Ni usigisi ama ni nini? Nikiwaje kutoa mato, masauti zimeanza kukuja. Getting into wrong decisions every time. Every decision you make unakuta ni wrong. Unasema nataka kwenda Nakuru, unasema unasikia sauti inakwambia tusiende Nakuru, tuende Nyahururu. Unapata kijamaa kizuri, unakuta na you made a wrong decision in that marriage. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaambiwa kuna biashara fulani wanataka shilingi 200,000 na mimi nitoe 200,000 tuende tukalete kitu kutoka Mombasa. Kumbe ni wrong decision, pesa zimepotea. When you find that you are making wrong decision, ukwenda kaguka wati kaguka, then kuna shida. You are operating under demonic altars. Discover, angalia venye zile decision umemake all this week. Ebu liwaidi kidogo. Zile decision umemake, umekosea gapi? Ulimkosea gapi? Wewe. Na wewe? Mingi. Na wewe? Kiasi tu. Na wewe? Hauko sure na wewe? Zinaona? Hawa watu wana operate kwenye demonic altar ya ku make sure you make a wrong decision. All the information unakuta iko kwa platform. Yote imeekelewa, lakini picking una pick a wrong decision. E.g. marriage, e.g. kukuja neno hapa, e.g. kufanya kazi yote, any business you want to do, lakini unakuta in that business kuna kitu ambayo umemake mistake. A small mistake, not a big mistake. A small mistake inakutoa. Ulikuwa waanze kuuza mshere, unasema acha niuze maragwe. Maragwe ukiuza tu unakuta hiyo maragwe yote yalikuwa na shida. Kumbe mshere ndio ilikuwa na pesa yako. Hallelujah. Sasa unapaka safari hapa unaenda Dubai. Wrong timing. Unaambiwa Dubai kuko na biashara mzuri. Unaingia ndege kwa sababu uko na milioni yako 20. Unaenda Dubai unakuta hata hakukuagi na nini. Na hapo ulikuwa umeitiwa biashara. Ukaambiwa twende tukafanya huko. You make that mistake. Unakuta you make that mistake. Ulikuwa nataka kufanya right lakini uka make that mistake. Ako mistake. It is not you who directed you that mistake. It is an altar that is operating in your life. Na ndio inakufanya unafanya mistake kidogo. Ulikuwa hapa wakati uko karibu sana kukua ordained kuwa pastor. Sasa hiyo ndio unakasirika, unakaga nia kanidia dirisha kwa hivi. Nia kanideo. Hiyo pastor hata anakaaga tu anatuangalia tu hivi. Anafikiria tunakulaga nini? Na kumbe ni kesho mafuta ilikuwa mwagiliwe. Ukiwa kwa katika job kumeandikwa kwa kampuni fulani, unakuta siku ile unafaa mabarua imeandikwa na director huko juu ni kufika ijafika. Siku ile barua imedispatchiwa, ndio naambia supervisor, "Meshija gia wela February. Nafikiria gawe ni nani? Nafikiria hii kazi ndio tunakulaga. Na hiyo kazi zenu. Ndio ambie huyo director, kwenda na kazi zenu." Ukitoka tu wakati umewacha hiyo kazi, unasikia colleague anakuambia, "Kai, umeenda na barua yako imefika, kumbe wewe ndio ulikuwa kwa director." Sasa umetukanana mpaka kule kwa gate kumesemekana usukumwe na security nje. Oh yeah, utafanya na ule rafiki yako colleague anapiga hiyo barua picha na anakutumia, unaenda na kasoma. Unaanza kulia. Umefutwa kazi na umepoteza opportunity. It is not you. There is a demonic altar ambayo ina operate kwako. This altar is so powerful that it misguides you, inakupeleka into the wrong decision, and you will never be able to be making decisive decisions. You get a man, you see, kwa sababu umeona kimwanaume ni kizuri, ni kitoro na ni kihadisam. Unaacha kamutu kako kamekaa hivi na akajakaa hivi kwa sababu ni shida. Ni shida. Unajua kuna watu wengine unakuta hata mdomo imekaa hivi na hata mtembelea yake unaona anatembea hivi. Ni shida.
Huyo mtu akitengenezwa mzuri, aiko kwa mafuta mzuri, utakuta ni kimutu kimenyoroka vizuri. Sasa wakati kimenyoroka vizuri ndio unakuta kai, kumbe kile uliona kitoro hadi handsome kimekuja kimeisha. Sasa hivi kimezeeka, hakiwezi kurekebika, haizi kitatembeaga hivi. Kinaeleka mpaka unajua, mpaka hauwezi kutembea na yeye. Huwezi kabisa. Kwa sababu ya nini? Ukitembea na yeye watu wanasemaga, aya, huyu ndio bwana wako. Hapana, huyu ni mtu wa wila wangu itu. Lakini ni yeye. Kuna jamaa mwingine alioa mwanamke. Alipooa mwanamke kwanza, kumbe mwanamke huyu ni intercessor. Usiku rekarabakatara reketera bebe, usiku kutoka saa 6 mpaka asubuhi. Mzee akasema hii kasia ya shida hapa ikitupigia makelele sitaki. Akafukuza ndio aoe mwanamke wale wanaenda kukamata kitu na yeye kwa sababu alikuwa mlevi. Akataka makelele. Akapata mwanamke, akafukuza hii, akaenda akachukua mwanamke mwingine mwenye wa nini? Wakamnyweso. Huyo mwanamke wakamnyweso, baada ya mwezi 3 akaguswa na roho. Akaokoka. Alipookoka, akaguswa na roho mpaka akakuwa pastor. Alitupa yule kwa sababu yeye ni pastor na ni makelele. Sasa ameletoa mwingine, amewacha ulevi na ameingia hapa. Sasa alishindwa mpaka dakika mwisho. Huyo msee alikuja kaambia, now I have come to donate my wife as a Mungu venye anataka. Lakini kumbuka kuna mwanamke alipoteza kwa sababu ya hiyo kitu amesema. So we are making wrong mistakes. Unakuta umeondokea tu when you are about to be blessed. Umeondokea tu when you are about to get it. Some of us ndio tunataka a near success syndrome. When you are about to get your dues, ndio unakashetani kana lukaga. Nabia wewe mwanaume takataka kwenda. Nafikiria wewe ndio tunakulaga. Ukienda tu unasikia alikuwa ameandika kacheki ka 1500 kakukufia kazi. Hapo ndio unajua yeye ndio mnakulaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio unakuja kujua ya kwamba ile kitu inaoperate ndani yako inaitwa nini? Demonic altars. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa hapa mnatembea hapa, nyinyi hapa mnatembea mguu mkienda Avia Center. Kumbe hapo dakika 5 mbele kulikuwa kumeibiwa. Na wale watu walikuwa wamevaa t-shirt kama hiki kia huyu jamaa. Sasa polisi wakikuja, ile description ya radio alisikia. Nakutana na huyu jamaa. Kitu ya kwanza risasi twa. Na alikuwa ameambiwa tuache kupitia hii, tupite hapa. Akasema tupite hii ndio shortcut. Kumbe make wrong decision. Amegogwa. Ndio na polisi wanakuja wanasema it is mistaken identity. Because of what? Wrong decision. Unakuja mahali kama hapa, unakuja unaambiwa kwa hii music hatuna pesa mingi, lakini vumilia tu ile tutapata tuendelee. Sasa unakuja unasema ni tutakudigira tutaira. Mahali hakuna pesa, siwezi kufanya. Alafu 2 months later unasikia ministry imelipuka. Imewaka. Inaguruma Kenya mzima. Kai. Unaona wenye watu wakiiba pale, unaona wana make mistake, lakini huwezi kurudi hapo kurekebisha ile mistake kwa sababu ulienda, you did a wrong mistake. When you find yourself making wrong mistakes, it is because you are operating under what? A demonic altar. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 10. Ama ni namba gani? 10 ama 9? Haya. Number 10 inasema objects. Objects. Hii ni kali. Objects moving in your body. Ukisikia kuna kinyoka kinapita huko. Ama unasikia huko kwa mguu kuna kitu kinaenda kama ile kitu tulikuwa tunakoga hapa tunasema ni bear. Unasikia kuna kitu, they are objects. Kuna vitu tunatembea ndani ya mwili. There is demonic altar inside you. Na hiyo uchukuse sana. Labda unaweza kuwa unekenyoka kimwili. Na kinawekagwa na kinakaa huko ndani kinyoka. Na kinakaaga kinawesikia kimeanza kuzunguka. Kimeanza. Sasa hiyo naona mtu kinakukuja. Ukiraguka chini. Ile kaka kidogo unakuja kinakuja kinatolewa ama kinajificha kinakaa hivyo.
unasikia kimwili kwa mguu hapa kuna kitu unasikia kinapita, kinatembea. Ama kwa kitanda yako, usijui kama unaisikia kwa kitanda, unasikia ni kama kanyauka na kanyaka kitanda. Unasikia kamekanyaga hapa, kamekanyaga tena hapa, kameenda, unasikia kameenda, alafu unasikia mlago inalia kwe. Saya ndio unaangaliaga tu, unakaa unajikuja tu. Ama unasikia hiyo ni nyoka inapita kwa kitanda yako, ni nyoka tu unaisikia lakini hauioni. Alafu ukisikia kidogo kienda unasikia mlango kwe. Ama kwa mabati unasikia kukuru kukuru kukuru. Unajua there is nini? A demonic altar. Na sana sana hizo zinakuwa majini ambazo zimetumwa kwako zikuharibie maisha yako. So when you find kuna objects zinatembea kwa mwili wako, nenda sana utafute nabii wa ukweli, si manabii wa uogo. Tafuta nabii ambaye kuja kanisani, uende kwa mchungaji uombewe, maana kuna kitu walikuweka. Kuna watu wanaweka kwa mpaka kuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imagine tuko hapa kwa ibada, unaona venye tumetulia vizuri. Alafu tumetulia unasikia sasa unakita kwa kalia hivi. Sasa sema ni huyu mama. Sasa unasikia utaangalia hivi, angalia chini ukosa kichogoo. Alafu tena ukiangalia mama usikia tena unajua sasa hapo ndio unaamkaga unatoka bio. Watu wanashindwa umetoka kwa nini? Kwa sababu ile shida, kile kitu umesikia ni jogoo ako kudadia mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. So these objects, they are demonic because they are of the altars that are operating in our lives. And number 11, sudden losses of money. Kufilisika tu. Ulikuwa na pesa, watu walikuwa na kutambua pesa, ulikuwa mama pesa. Ukiingia mahali pesa zilikuwa zinatembea. Ukiingia mahali ulikuwa na, yani unasema chafua hiyo meza. Unajua kuna wakati tulikuwa tunachafua meza, unasema chafua huko na chafua huko, unakameza mpaka kanakuwa tulikuwa tunakuja to malt. Unakuta meza huko ni green. Kuna watu wa malt na kuna watu wa prisoner na kuna watu wa taska na kuna watu wa viceroy. Unakutaka sasa kameza kamekuwa decorated in a manner na ni mfuko yako. Chafua huko. Wewe waita, angalia ile meza mzuri. Na hiyo nakuta jicho venye umetoa nje ni jicho imekaa mtu amekula miraa, lakini hujakula miraa ni kwa sababu ile demon yuko nayo inakwambia hii pesa haifai kukaa kwa mfuko. Unatoa jicho. Na sasa hiyo kasimu kama mama kameandika ka message imekuja, hatuna pesa ya kununua maziwa. Unamwambia kwenda mara ya hii mister. Lakini waita, nitia mtu wa busheri hapo. Sasa hiyo nakutaka huyo mtu anakuwa na watu wa tabia hiyo ya busheri. Katumbo kake anakuwa karaudi. Anakuwa ni kama kamekaa, unajua ile boboi ile kobu inaitwa kwenye Kiswahili spider. Tunasikia spider venye kanakuwa karaudi hivi. Hawa wazee ndio wanakuwa hivyo na katumbo kanakaa ka spider. Mwitia mtu wa busheri. Kijana kuja hapa haraka. Nafikiria tunafanya kazi yako. Uko na busi ama kuna ng'ombe? Kuna busi ngapi? Hata uchome busi mbili. Umesikia? Na isichomeke vibaya. Na kwake hata dhokoma hakuna. Dhokoma. Mama alienda hapo kuchuna ile terere imemea kwa barabara. Alichuna. Lakini kule barabara kule kwa baa ni kabusi kamsima, because this man is operating in demonic altars. Kumaliza tu pesa. Unakuta mtu anapatiwa kamshahara ka 100,000, anapigana na yuko kamshahara mpaka kanaisha. Kupigana vita gubi kamshahara 100,000 anapigana. Sasa hiyo ndio nataka anakoboa karumu ka 10,000. Anakoboa na anasahau alikuwa amekoboa. Anapeleka mwanamke kwa karumu kingine ka 10,000. Kumbe alikuwa amelipa mwingine. Alafu hapo akienda kwa choo, unajua watu mtu umekunywa pombe anakujaga sura kwa sababu hiyo pombe venye inafanya reaction. Sasa hiyo anataka kugawanyisha pesa, lakini imemwambia pesa zinataka kuibiwa. Na unajua ni zile choo za huko ni zile za shimo. Unasikia zimechomoka kwa mkono. Sina akuka kwa choo huko chini.
anamulika na simu, anaagisha simu tiu inaenda. Anasema ndugu, mnafikiria mnanishida yenye wajinga, mimi ni tajiri na pesa zimeenda. Akirudi kule na shabiro anaanza kusema mimi nilikuwa na pesa lakini sijui kule zimeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anakuwa hana kitu. So sad process. Ukiona tu pesa twako tunapotea, uelewi ulikuwa na pesa jana na hauelewi venye hiyo pesa ilienda. Unajaribu ku account for how this money disappeared. It is not possible. Unajaribu kusema, unakumbuka tu ile ulilipa fare. Na unakumbuka kuna mahali uliona kama msichana mlisomaka nako ukakapatia shilingi 500. Unakumbuka kuna mahali ulienda kwa supermarket ukanunua condom. Mahali pengine unakumbuka hizo, utakumbushwa hizo dogo. Lakini the larger amount unajaribu kwa account, it is not accountable. Because kuna demonic altar operating in your life. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ai, leo mumewezwa. Satanic altar is a very hard to destroy. Any satanic altar, kwa hizo zote nime-explain, they are very hard to destroy because at some point they become a lifestyle. Hiyo ya pesa, wakati umekamata pesa ndio unawakanga kuwaka, na ndio unakutanga mademu wanakupigia simu. Lakini wakati hauna pesa, hakuna demu hata mmoja anajua nini anakupigia simu. Zote zinaitaka silent. Lakini wewe hutelia tobesha girigana kana giri 20 ndio unasikia hi babe niaje. Na hawa hamukwa pamoja. Babe mmoja ako Nakuru, babe mwingine ako Mombasa, babe mwingine ako Meru, babe mwingine ako kule kwingine. Saa hiyo ndio unakutaga mwili yako inakaaga sawa sawa. Hi babe niaje, kupotea nayo. Unasema babe niaje, uko aje? Niko tu, lakini tu ni shida. Akiwaisi niokolee na 5,000. 5,000 tu. Kaka kidogo, hi babe. Kidemu kingine ulikuwa unatafuta ukiwa shule. Ulijaribu juu yote, haukumshika. Ndio namsikia hi babe, kupotea nayo. Squeeze naona nilikucheki kwa Facebook. Unakaa poa. Nasikia tu ni kama Nairobi. Si nitumie kwa kafea nikucheko. Mzee anatuma fare. Unakuta there is a battle. It's very hard. It becomes a lifestyle. When you are operating under demonic altars, hizo za kupatiana madomereli fake, za kusubua watu, kukua mkasuku, it is a lifestyle. Utakuta hata huyo mtu ukimchunguza kanisa ingine alikuwa na behave hivyo. Ukimchunguza hiyo ingine alikuwa hata ni kufukuzwa alifukuzwa. Ukiangalia kwingine alifukuzwa. Ukienda hii ingine alifukuzwa. Ukienda hii ingine alifukuzwa. Ukiona hiyo pattern, because it is very hard for you. Inakuwa ngumu. It becomes a lifestyle. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuwa msherati kidogo, wewe utakuwa ukiona kama ni mama, unaonanga tu unatetemeka, miguu inaanza kutetemeka. Ukiona mwanaume tu, ukiona kimwanaume unasema oh my god, huyu ni mwanaume. It is hard. It's a habit. It is in you. So to destroy these satanic altars, it is very hard. Ni ngumu sana. Mpaka uelewe, mjue. Mkiwa kama kanisa hii mkijua kuna huyo mtu wa madomeleli, mwesa mnaanza kudili na yeye pole na ujajamigi, kwa sababu hamumwezi. Akikuja hapa ashike hii microphone, mtajua yeye ni nani. Mtajua, atawaambia maneno mpaka msikie kweli neno liko. Neno litasimama, neno. Neno anakupatia mastori. Because it is in ndani yake, ni kitu kidhini wake. It becomes very hard for you to destroy. So you need a lot of God. You need a God mkubwa, Mungu mkubwa ambaye anaweza kubomoa hiyo. Therefore for you to destroy, you must be able to know it can affect a person for a lifetime. Any that kind of people ambao wana operate on demonic altars, you can be affected lifetime.
unajaribu kama mama mwingine. Yaani mama mwingine anasikia tu kupiga mtu kofi, lakini siku hizi amecheji. Aliniambia ako na wiki 2 hajagoka mtu. Tangu akuja hapa ako na wiki 2. Na mtu anasema niko na wiki 2 kumaanisha aje? Hata anatafutaga mtu anapiga tu kofi asikie tu raha, because it is part. Ama ni aje mami? Kuna watu wanasema saburi hiyo. Yes, unakuta mtu anasikia tu kupiga mtu, anasikia tu kukoka. Hata unakuta gari imesimama kwa taka jika hii. Yaani ili asikia tu kukoka, kwa sababu it is a lifestyle, ni kitu kiko ndani na ni kitu kinafaa kuejerwa. Kama ile dutu ile jigas venye unachibiria vijigas vikado ndio uchomoe. Bwana Yesu asifiwe sana. They got power to control and manipulate people the way they want. Hawa watu, they got power to control and to manipulate. Mnaweza kuja hapa kesha kama hii sasa hizi, akuja akisimama hapa utafanya venye anataka, because they got power to control and to manipulate. Na watakuja na neno mzuri sana, na watakufungulia verses za Biblia. Sikinasikia walikuwa na Biblia. Kwani Shetani alikuwa na quote nini? Alikuwa na quote Qur'an. Alikuwa na quote neno. Alimwambia Yesu, mtoto wa Mungu kulisemekana atajiagusha juu ya mawe na hakuna kitu itamfanyikia. Alikuoti kwa Biblia mahali, na hata mahali imeandikwa. Na wanajua kwa sababu ni maagenti wa Shetani. Kwa hivyo tukemee hiyo pepo hapa isikia. Na mkisikia mtu, mkiona mtu hapa ameanza kufanya, mimi kanisa yangu nataka ikuwe combat kijeshi, mkae kijeshi na mnakaa macho. Na usiogope kunyamazisha. Kwani Yesu si alinyorosa watu kanisani? Si alinyorosa watu kanisani? Mbona tufanyagi hiyo? Tunafanyanga ile nyingine, ile alifanya, alienda akapata mama mgonjwa akasema umesamehewa, akaenda kwa mwingine akasema yeye pone, akaenda. Mbona hii alifanya? Kwa sababu sisi tunafuata matendo yake. Mbona tusikae na nyahunyu hapa? Watu kama hao tunanyorosa. Sisi tunafuata Yesu. Mama pale ameniangalia na huruma kai. Pastor Apostle unaweza kuchapa mtu? Mimi naweza nyorosa. Siku nitasikia hapa kuna madefine hapa, ndio mtaona for example. Ni mkushikamata hivi vizuri na evidence tosha. Mimi ni victim. Nilikuliwa 500,000 kwa nyumba yangu. Niliruhusiwa nyoka ya plastic kwa kitanda, chini ya kitanda na chura ya plastic. Alafu wako na remote kwa mfuko na kanyoka kanafanya. Na wanashauti kuna roho ya nyoka hapa kwa nyumba. Nilikuliwa 500 mke wangu. Sasa hiyo nilikuwa Kamete. Alikuwa ananibati wapewe nitoke Kamete. Alikuliwa. Sasa mimi wao watu nasikia vibaya nikiwaona. Lakini sasa mimi sitawatakia vibaya, ni kunyorosa alafu narudisha kujuba ya Mungu na mwambia wewe kaa hapa mzuri. So they got power. Unakuta na kudanganya tu life. Kama sasa sio tulijanganya na nyoka ya plastic. Unadanganya tu life. Unakoniwa ukiona. Unadanganya mpaka unauliza mtu. Yaani nigetho henio onirutebesha uthiginya fegi uende utoe 200,000 ama 1.5 million ama 3 million. Ukaenda ukatoa ya kwanza wakabeba. Ukatoa ya pili wakabeba. Ukatoa ya tatu wakabeba. Yaani ni nini hiyo walikuwa wamekufanya? Hukuchoka, uliendelea kutoa baka ukaanza kuwapigia simu kama taragira pesa, kwani amkuji kesho. Bana wamekumanipulate mpaka unaona whatever they are saying it is true. Na kuja na biashara nyingine kali anakuambia kuna kufuri ile ya Germany ama stuff ya Germany. Na hiyo stuff hata Ruto aliuza, ndio Ruto apate pesa hiyo yote unaonanga kunayo. Aliuza stuff moja tu. Ya pressure ya Germany. Sasa ukiona Ruto amekuwa president na ni staff ilimfanya president, alafu unasikia kule na manga kuna staff imepatikana na tunahitaji 300,000 tuilete. Unaona Ruto, unaona 300. So ile kizuizi ya mimi nikae kama Ruto ni 300,000 yangu. Chukua enda ulete hii staff tukule. Sasa ukichukua pesa ikienda ndio nasikia lugha imeanza kucheji.
ati nikifika huko nilikuta washaenda pande ya Tanzania, na walipoenda pande ya Tanzania kuna kitu kingine walikuwa naendea huko mpaka ya Mozambique na Tanzania. Watakuja. Sasa ukikaa kidogo, walikuwa huko Mozambique na mmoja yao aliumwa na nyoka, na hiyo nyoka ilikuwa na poison. Ako hospitali, lakini tumupatie tu siku kama 5 atapona. Sasa ukikaa kidogo unasikia huyo mwingine walipotoka aliumwa na kondoo. Because you are manipulated, umekanyagwa, umekamatwa na hauelewi kabisa na hujielewi. Bwana, sasa ukiona mtu unadanganywa ovyo, una madhabahu ya kishetani inaopaleti kwako. Kwa watu ni watu hatari. So what happens when you got power to control and to manipulate, and also they are quickly able to establish generational curses. Zina connect very quickly, na yani zina activate. Kama sasa hivi unaona kama huyu analala hivi, sasa inaweza kumconnect mpaka amelala, si unaona amesinzia hivi. Sasa nimeongea kitu kimuuliza hakushika, na hiyo ndio ingemfugua. Sasa zinamkamata, zinamwambia lala kidogo. Na analala because there is a problem. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona hakulala? Sasa ikati yote hakulala pande ya nyuma, lakini imefika pande yake pale anaguswa. Sasa hapo ndio kausikizi kana mtembelea. Unakuta they establish generational, yani whatever that you do, it will lead you to connect you with a curse that existed 30 years ago. So kila kitu utafanya unakuta it leads you to somewhere, itakupeleka. Yes, it gives you demonic access, allow demonic access to your foundations. Zinakubalisha demonic access. Yani kama kanisa hii utakuta a demonic access itakufungulia mlango ambayo itakupeleka to the foundation, na inavunja msingi wako. Inaanza kudeal sasa na msingi. Maana hapa unakuta hapa unakuta tunaiba, unakuta bahasha kimeko hapa, unaona venye kimefura, unachukua tu kiplani, unavuruta tu na mguu, ukiona mtu anakuja na haleluya, inoke uroke, haleluya, inoke uroke, haleluya. Ina revive a foundation ya wizi ndani ya familia yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uchaje unakuta ni pasta. Ni pasta ama ni asha, lakini venye anafanya mguu mpaka unaona huyu ni mtu ako na experience ya kufanya mambo. Furuta na mguu na inaenda huko. Na sasa wakati imeenda mahali msuri ya kuchukulia, anakuja kama mwewe. Na venye itaingia na huko na anafuda, unajua huyu mtu ukimwangalia kwa kamera unajua this person is a professor. Na si yeye, ni foundation ile imemfuata, kwa sababu itakutarget tu mahali crucial ikukamatia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah, hallelujah. Satanic altar is the headquarter for witches and the wizards. Hiyo ndio headquarter. Wale wachawi wa mdomo, unajua kuna wachawi wa kutumia miti, na kuna wachawi wa macho, na kuna wachawi wa mdomo. Hawa madefiner. So it is the headquarter. Satanic altars forms the headquarter for operations of wizards and witches. Wachawi wote. Na mtu huyo wote ambao nimemtaja kwa hiyo maneno yote ni a witch na nini? Ni wizard. Hallelujah. It is a strong room where people, names and properties are taken for manipulation. In the satanic altar, it is a strong room where people's names and the properties are taken for manipulation. Kwa hivyo majina yanabebagwa, yanapelekwa.
Properties zinabebagwa. Mtu anaweza kuja kwa shamba yako, anapita tu kwa shamba yako, anakanyaga tu, anapita akikanyaga. Kumbe kwa miguu kuna magnet yameweka ya kuchukua shamba yako, anaipeleka huko. Ama anachukua jina yako, anaandika jina yako kwa karatasi, anaipeleka huko. Akiipeleka huko sasa, jina linakuwa manipulated, unafungwa, and forever and ever you will never rise up again. Mpaka unashangaa ni nini nilifanya. Bwana nakulilia. Unalilia Mungu, lakini jina si lako, si wewe, liliibiwa likapelekwa baharini. So hata ukilia unalia, lakini kule identity yako hakuna. Walishachukua identity. Walishachukua, wanaitwa Kiprono, lakini Kiprono iko baharini. Wamekuacha, wamekuweka jina lingine Kenodia. Sasa kule ukilia wanajisikia ni Kenodia, lakini ile problem inaenda huko ni ya Kiprono. Sababu jina lilibebwa. Ndio unasikiaga obea majina. Mkienda mahali jina kama sasa lile synagogue, tunaliobea, tunaliweka wakfu. Watoto wako majina unawataja kwa majina. Ndio Biblia inasema wataje kwa majina ndio waitishe. Na waangalia Yakobo wakati aliiba birthright ya Esau. Alipoiba akaenda nayo, alibadilika akakuwa Esau. Akaanza kunyaganywa vitu. Akatifanya kazi, kafanyia msichana kazi, akafanya miaka 7 kwenda kuchukua kabia. Wewe chuka sana. Hapa msichana wa kwanza lazima aende kabla wa pili. Ikabidi tena afanyie kazi. Kwa sababu jina ni Esau. Ili alinunua the birthright, alinunua Esau. Lakini inside him alikuwa Yakobo. Maana alikuwa anafanya kazi na matunda inaonekana. Lakini wakati wa kwenda kukula chakula, jina Esau inasimama. Watu wengi mko hivyo. Wakati tu mnafanya kazi kama mafuda, dogi wa inaitwa dog work. Mnafanya nguvu mingi, mnafanya vizuri. Lakini siku ya kwenda kukula hiyo chakula, Esau anasimama. Ni hunter and a gatherer. Yakobo anapotea. Ilibidi Mungu mwenyewe akuje. Ndio nakuambia kuvuja hii madhabahu ambayo ni satanic ni gumu sana. Ilibidi Mungu mwenyewe akuje. Akatuma malaika wakasubuana na Yakobo the whole night. Unaona? Ule mtu anaoperate in satanic altars. Alingangana. Imagine huyu ni malaika. Wanangangana usiku mzima. Kwa sababu alikuwa anafikiria ni wale wa jamaa wa Sodom. So alikuwa na leader mwili yake. Alikuwa amekaa kwa ukuta. Sasa anangangania na huyu malaika amekaa hivi. Malaika akijaribu kusubuana, anangangana kwa sababu alikuwa anafikiria ni wale watu wana huko. Ndio maana huyu Yakobo alisumbua. Mpaka wakati malaika akaona hii mtu ni mchiga, akafuja mguu. Kijama kikaanguka chini. Na ndio wakati wengi unakuta sisi tunakuja kujua Mungu wakati tumefujwa mguu. Na ni baya sana. Ni vizuri ujue Mungu ukiwa strong. Kama Yakobo angejua huyu ni malaika, hawangesubuana. Lakini ilibidi mguu ivujike. Na ilipovujika akaanguka chini, akakosea jamaa mwambie geuka. Jamaa hakumwambia, akajua haya huyo kama malaika. Ndiye akajua huyu alikuwa malaika. Naye alipojua akashika mguu ya huyo malaika akamwambia hautoki hapa. Dokuma utadadimete. Akamwambia utoki hapa, utoki. Lakini kumbuka venye amemsubua usiku mzima. Hauni harumuka kwa aliachiwa kimatu. No, lakini umesubuana. Uliambiwa fanya hivi haukufanya. Ukaambiwa enda hapa, ukaambiwa kanisani wacha udifine ukakataa. Sasa umekamatwa. Sasa ndio naanza kusema oh haleluya. Liakata yarinoko. Baba najua ulisema hata kama dhambi zetu ni nyekundu kama nini, tukirudi kwako zitakuwa nyeupe kama papa. Mpaka unaiba ile wimbo ya Catholic. Ina watu aliporu. Ile inaibagwa ya ninyuzie maji. Ni nyunyizi. Niwe mweupe kama papa. My good wrong. So this thing, when they become a strong room for manipulation of names and properties, and that is very dangerous for you. Ndio nakuta ranks zimebadilishana. Ulikuwa generali, umebadilishana. Ulikuwa manager, umechangiwa. Ulikuwa something, you are something. Ulikuwa muimbaji mkubwa, lakini umekuwa short. Mpaka unakuta kale kama mtu ulikuwa na train, kalikuja kakaiba, kakaenda ndio kana shine.
na kanatumia nini yako, style yako, na kanatumia mpaka maneno yako ya kutunzi, ndio kanatumia mpaka wanasemaga ile nyimbo ile ni nyimbo ambayo nilikuwa lakini kameshaini. Wewe labda sasa uanze kukabebea speaker, ukakabia twende tukabebe speaker. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And lastly but not least, it is a place where blood is exchanged for something. The blood is exchanged for something. An old demonic altar. That is where they change the blood. Hapo ndio wanachinja makuku, ndio wanachinja maumbwa na mambuzi, wanakubadilishana. Ulikuwa hapa siku ile tuliambiwa na ule mwanamke alisema wakichinja buzi wanaekanga picha yako, wanairoru, wanaeka kwa mdomo. Kisha wakikata mbuzi wanaeka picha yako kwa mdomo ya mbuzi, venye inakufa na wewe ndio utakufa, either kibiashara, ndoa yako itakufa hivyo, ama utakufa physically. That is where the blood now is exchanged. Ukienda kwa mganga, mimi nilienda kwa mganga, alikuwa anaitwa Kanini, alinilisha kuku mweupe na kuku red. Nilipeleka ni hapa Gorifa, nikapeleka hapo, nikapata kimama kinono kabisa, kinono vizuri. Sasa hapo akina nguo mzuri, kikaniambia nitoe shati, nitoe trouser, nikatoa, nikabaki na kachupi. Sasa kikakuja, kikachukua ile kuku yangu ya nyekundu, kikazunguka, kinagogesa hapa kanyo. Kinazunguka, kikiogea, kinakuja hapa kwa kinywa, kanyo hapa kwa kichwa. Na kichwa ya kuku. Alafu hiyo ingine ya black naye akafanya hivyo, kazunguka. Sasa ya maajabu ni kwamba alichinja hizo kuku mbili. Na nikasikia ziekelewa kwa jiko. Lakini ile kitu baya kwa hiyo yote si kuku, kwa sababu alinitishia kuku na nikampatia 200,000. Lakini ukiangalia mahali nimekaa, mpaka unashindwa tunaendeka kutafuta nini kwa shetani, because ni bahali pachafu. Alafu hapa ameweka mamifupa za chura, mamifupa za nyoka, mamifupa hapo unaweka hiyo pesa, unaagusha hiyo pesa. Wagwana! Weka pesa hapo, wewe kaa chini. Naekelea hapo. Na nyenyekea. Ndio kaji! Nakaa chini kwa kunyenyekea. Kimama kinaanza. Sasa kikaanza ola kolololo salala kuyandololo. Lelelele bololo saya. Na kiko uchi. Lele bolo na sedelele. Le kadala la bola kinanikalia kwa kichwa. Kina bololo sasa. Halele kolololo bololo. Hapo unajua sasa, lakini na control kwa sababu hivyo kinafanya hivi. Nasikia nizunguka mara 7. And you are manipulated. Hauna, yani mbako na shida, nikashidwa. Na siku hiyo nilikuwa general Kenya mzima ilikuwa inaniogopa. Kimama kichavu kinanuka. Kikanipaka tumavi hapa kwa kichwa. Kwa sababu najua ni mnono. Hii mkono yake ilikuwa mnono hivi. Sasa hii mkono najua haiwezi kunani sana. Sasa akazunguka hapa mara 7. Alinikalia mara 7. Sasa akanipatia hii mokidoli, kamuti ya mokidoli. Sina mjua hii mti inaitwa mokidoli. Akakata kamuti ya mokidoli akanipatia, akaniambia niweke. Na nilikuwa nimeenda kutafuta dawa, polisi wasinione. Akaniambia niweke kwa mfuko. Sasa nikikuja, nikapanda zile mabasi za kutoka Matu. Zile zinaenda pale bus station pale ile huko chini. Ile inaitwaje ile? Country bus hapo, country bus. Sasa kushuka tu hivi kushuka tu kwa gari. Kitu ya kwanza nilikutana nao ni maaskari wa flying squad wanapita. Hawakuwa wananitafuta, lakini kushuka tu mmoja akaniona, hawa mkubwa habari. Sasa ile niliposikia mkubwa habari, mmoja anaitwa Unyango, alitoka tu akaenda kando. Roja over. Hello Roja. Tuko na Waruinge hapa over. Nikasikia arrest him immediately. Na niko na gedito ya kuzuia nisishikwe na nisionwe na polisi. Niko na gedito hapa. Nilipo hapo alikuwa ameniambia ukiona sasa kimeumana uweke kwa mdomo. Sasa mimi nikaweka kwa mdomo. Venye niliweka kwa mdomo wakakuwa akali zaidi. Wakapiga malisasi juu ndio wadisperse kila mtu hapo. Nikaona sasa ni labda sijatafuna. Nikaweka kwa mdomo. Nikalalisha chini nikaweka mapigo. Nilikaa miezi 6 ndani. Shilingi 200 zimeenda, kuku wameenda na nimenyabiwa. That's how they powerful, they can be able to manipulate you. That is how they can manipulate you. They are bad people operating in these satanic altars.
They're so dangerous. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tumalize na the 5 ways you can be able contact. Unawezaje kukushika? Hallelujah. Kama sasa hapa nilibeba, niliwekwa for no reason, nilinyimwa bodi miezi 6. Imagine kuimwa bodi. Unanyimwa tu miezi 6. Unaenda kwa magistrate na kunyima bodi. Anakunyima tu. Na hakuna reason. Unakuta mawakili wako walikuwa wazuri. Nikina Moite na Willy Mutuga na nani na Kivuta Kibwana. Hao ndio walikuwa lawyers wangu. Lakini kama magistrate kamoja kalikuwa anaitwa Pamela Unita Kidura. Kalikaa gumu miezi 6 kwa sababu ya Gedito. Kwa sababu ya Gedito. 5 ways you can contact satanic evils. It is when you visit a witch doctor. Ukienda kutembelea mganga kama hivyo nilienda kutembelea, unapata hiyo satanic doctor, satanic evils. That's one way to be able to contact them. And number 2, if your ancestors were witches and ritualists, kama mababu zako, baba yako, ukana shosho walikuwa waganga, hata wewe ni mganga. Yes, kama walikuwa waganga ama walikuwa wachawi, hata wewe ni mchawi. Bwana, lazima utenganishwe, ukatanishwe, uondolewe. Tufungue kitabu cha Ezekiel 16. Inasema namna gani? Ezekiel 16. Hallelujah. Again the word of the Lord, Ezekiel 16 mstari wa kwanza. Inasema, again the word of the Lord came to me saying, son of man, cause Jerusalem to know her abomination, and say, cause Jerusalem to know her abomination. Hebu tuwa Jerusalem, weka jina yako. Unaitwa nani? Yeah? Rose Dewa. Nasikia ni Rose? Ni maua na dume. Again the word of the Lord came to me saying, son of man, cause Rose Dewa to know her abominations. Inasema namna gani? Jerusalem, your birth and your nativity are from the land of Canaan. Your birth and your nativity is the land of what? Canaan. Sasa unajiuliza ni kwa nini Canaan wameitaja? Ni kwa nini? Your birth and your nativity. Ni Jerusalem inaambiwa. Your birth and nativity is from the land of Canaan. Sasa unajua, unaanza kutafuta Canaan ni nini? Unakuta unajua Canaan ni mtoto wa Ham mwenye aliona baba yake uchi akalaaniwa. Kwa hivyo Jerusalem imejengwa kwa jina ambalo limefanya nini? Limelaaniwa. So hapo ndio unajua matatizo, ndio nilisema shaba yenu ama ile village umetoka iko na reason ya kukunyima chakula. Kama iko na mambo ya uchawi, ya ugaga, ritualist, anaendelea kusema nativity and the land of Canaan. Your father was an Amorite and your mother was a Hittite. Ni kwa nini ameleta mama na ni kwa nini alete baba? Your father is an Amorite. Waamori walikuwa wapinga Mungu. Waamori walikuwa na jenga mang'ombe na wanajenga mambusi wanaabudu. Hao ni Waamori. Wahiti, and your mother is a Hittite. Wahiti walikuwa wachawi. Walikuwa wagaga. Kumaanisha nini? Wewe baba yako ni mtu wa kuabudu sanamu. Mama yako ni mtu mchawi. Na ile shamba mmekalia iko na laana. Sasa wewe ni product ya nini? Product ya vitu 3 hatari kwa usalama. Hallelujah. So inaendelea kusema, as for your nativity on the day you were born, your novel card was not cut. Wakati ulizaliwa, hii mkonyo yako haikukatwa. Kwa hivyo bado wewe uko na baba, uko na mama na uko na shaba. Kukatwa mkonyo ni kuteganishwa. Walikuwa na tukata ndio tuteganishwe na mama na tuteganishwe na baba ndio tukue watu independent, kwa sababu tulikuwa tunakula kutoka kwa tumbo ya mama yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is very important for you to understand that you must cut the umbilical cord, the connection, ile kitu imekushikanisha. Kama umetoka kwa boma ambayo ilikuwa na uganga na uchawi, lazima ukate ulege
ukate hiyo mkonyo, ukate hiyo kitu ndio ukue free. Otherwise usipokata hata ukue pastor utakuwa mchawi. Na madivina wengi wanakuwa uchawi kwa sababu ni kule wametoka. Namba ya 3, too much blood shed in your family's history. Kama familia yenu imehusika na umwagikaji mwingi sana wa damu, hiyo ni kitu kimoja ambacho kinaweza kufanya ukuwe na contact ya evil spirit. And number 4, through evil family names, majina ya kifamilia ambao ni evil. Kama sasa ukienda kwa watu wa Nyeri kama nyinyi, watu wa Nyeri, nasikia huyu ni Degwa. Unaenda nyumba moja, baba anaitwa Degwa, mtoto yake wa kwanza anaitwa Ng'ombe, mtoto wa pili anaitwa Wajao, mtoto wa 4 anaitwa Wang'odu, mtoto wa 5 anaitwa Nyamo, mtoto wa 6 anaitwa Mbogo, mtoto wa 7 anaitwa Goru, mtoto wa 8 anaitwa Kabogo, mtoto wa Kabogo. Sasa na Wang'odu. Sasa ukienda huko uwakute wamekaa chini, uwaite wanyama mkoaje, si watawapia tuko mzuri sana. So those are names ambazo hasifanyi mzuri, na ndio nakutaka hawa watu wanapenda vita sana. Ukakuta mwanamke anaitwa Wagale. Nilikuwa na mama mmoja alikuwa anaitwa Wagale. Huyo mama alikuwa ni Tiger ni wa huko Nyeri, alikuwa anaitwa Tiger Wagale. Na mwanaume anaitwa Ngale. Tulikuwa na mwingine hapa alifukuza kanisa mzima, tulikuwa naye hapa anaitwa Ngale. Mungu namuuliza kwa nini umefukuza huyo? Asema akaongea na kingine hapo kalikuwa kanaitwa sijui nani, kalikuwa ka computer. Kakamuuliza, now what have I done? You are talking to me, am I your boyfriend? Na tuko kanisani. Jina Ngale. Aya, tena Ngale huko. Hata amelala akusikia. Amesikia? Adireko. Amelala. Na huyo Ngale mwingine huyo, na yeye alikuwa hivyo. Anafukuza, alishambulia kila mtu. Na akiona mwanamke anasema nataka kuwa girlfriend yangu. Sababu hana value na mtu, hana value na kanisa, hana value na yeye mwenyewe. Anaona tu kulala. Naona mtolee suruali. Bwana Yesu asifiwe sana. Because hana umutu, ni mnyama. Na ya mwisho, when you eat and share life and transact with the satanic doers. When you eat, unakula chakula na hawa watu. Wanakuletea chakula unakula, ambapo ama mnashare ama kutembea na wao, basi utakuwa na urahisi wa kupata mapepo yanaingia kwako. Haya, tumebarikiwa ama hatujabarikiwa? Wangapi wamebarikiwa? Unasikia kweli, umesikia neno limekufungua. Inua mkono mzuri kabisa kama umebarikiwa. Good. Wewe hujabarikiwa? Hallelujah. Yes. Sasa tuingie huko watu wa worship. Simama kwa miguu yenu. Worship. Ujaribu kuangalia kama kuna madhabahu. Hiyo yote tumesema, ujiangalie ni katika field gani uko ndani yake. Na katika hiyo field sasa uanze kuangalia ni vipi. Utuombe, tuite Mungu akuje akufungue. So I want us to get deep into worship. Deep into worship. Na ujipeleke mbele za Mungu, tafuta kakona kako. Just find your corner. Na wewe ambao unatazama mahali pale popote ulipo, tafuta nafasi nzuri, ingia. Umesikia mafundisho ambayo tumefundisha siku ya leo. Ni mafundisho muhimu sana. Ingia kwa kakona kwako. Go to your prayer room. Mahali ambapo unaendanga kuomba. Go kneel there. Cry unto God. Mwambie kupatie nguvu ya kushinda. Haya. Tuimbe ile wimbo kama tutaweza. Yesu nisaidie. Yesu nipe uwezo. Kama mtaweza, na kama hamjui tuende na ile mnajua. Yes, thank you. Piga magoti yako mami, piga magoti yako hapo chini. Anza kuita Mungu kama utaweza. Find a good place. A good place. Yes. Usisimame tu, find a good place. Kama ni kukaa chini, ukae chini.
Kama ni kulala chini, ulale chini. Just talk to God. Talk to him. Mwambie praise and worship. At 1 hour. 1 hour ya worship. Just worship. Kuabudu maana ni wewe Bwana, na kuabudu maana ni wewe Bwana, na Bethel Clouds TV, empowering